Farodhi TV wega umagana moshi. On mastering and mobilizing the four winds. Na kuendesha zile pepo nne. I'm going to teach this on Sunday morning, Apostle. On Sunday I'm going to teach on that. Nitaifunza hiyo. We're going to mobilize the four winds and then rebuke every evil wind that's blowing in your life. Tutaitisha zile pepo nne zije kwa sababu ya msaada wa maisha yetu. Turn to your neighbor and say, a fresh wind of favor is blowing in your direction. Sema upepo wa kibali unakukujia. Someone say, a fresh wind of favor. Sema upepo mpya wa kibali. You know what I found about Jesus? Nilichokiona kuhusu Yesu. You have to investigate and be careful about what Jesus rebukes. Lazima uangalie sana Yesu ukemea nini. When he was also on the earth, Jesus rebuked Satan. Yesu alipokuwa duniani alimkemea ibilisi. And he also rebuked the wind. Na alikemea upepo. So they can't be the same entities. Havievi kuwa vitu vya pamoja. And whatever Jesus is rebuking, na kile anachokikemea, is showing you at some point in your destiny journey. Anakuonyesha katika safari yako ya hatma. If you don't know how to rebuke one of those two, you'll be destroyed by the other. Kama hautaweza kuvikemea vyote viwili, kimoja kitakuangusha. So on Sunday we're going to go very deep. Jumapili ijayo tutazama. Issuing divine restraining orders from the courts of heaven. Kuchukua yale maagizo kutoka katika ukumbi wa Bwana. Is absolutely one of the best teachings you find on the courts of heaven on that subject. Ni mafunzo ambayo utaipata sana katika koti ya mbinguni. Amen. The books, I believe they are somewhere in the bookstore, whatever they are selling books to. Vitabu viko pale mahali vitabu vinauzwa. If God give me grace tomorrow, I'll sign a couple of books. I'll go over there. Mungu akinipa nafasi kesho nitaenda pale, ukinunua kitabu nitakutilia sahihi. I want everybody to turn in your Bibles. Kila mtu geuza katika Biblia, geuka katika Biblia. We're going to read this together, then you can take your seats. Tutasoma hii kwa pamoja, tafadhali keti. I want everybody to stand up for the reading of God's word, sorry. Nataka tusimame wote tusikie ama katika usomaji wa neno la Bwana. Yeah, with me the first scripture you always stand up. Mimi tukisoma andiko la kwanza for the reading of God's word. Kwa sababu ya kusoma neno la Bwana. If you can, I'm using the New King James media team. Media team kama unaweza natumia Yakobo kitabu cha mfalme Yakobo. But if you don't have it, it's okay, but I'm using the New King James. Kama hauna, I want everybody to turn to the book of Luke chapter 16. Luka 16. And we're going to read a long passage together. Tutasoma pamoja mlango mrefu. It's going to make a lot of sense in a very short time. Lakini kwa kifupi itaenda kuonekana concerning the prophecy God is speaking to the land of Kenya. Ninatuma unabii Mungu anaongelesha taifa la Kenya. There was are you guys ready? Mko tayari? From verse 19, sorry, 16, not 1. Kutoka mstari wa 19. Luke 16 beginning from verse 19. Mstari wa 19. And we are going to read this whole thing. Tutasoma hii yote all the way to verse 30. Mpaka mstari wa 30. Amen. Amina. So it's going to be a long passage, but trust me, it's going to make a lot of sense in my teaching. Itakuwa andiko refu lakini litaleta umaana sana katika mafunzo yangu. Luke 16 from verse 19. Are we ready, saints? Tuko tayari wapendwa? Are we ready, saints? Tuko tayari. All right, up to the count of 3, let us read them together as loudly as you can. Let's make the devil mad and God happy. Amen. By reading the scripture together. Tusome kwa pamoja, tumkasirishe shetani, tumfurahishe Mungu. Amen. Amina. So I'm going to count up to 3 and then we will read verse 19 to 30. Na hesabu 3 alafu tutasoma kutoka mstari wa 19 hadi 30. 1 to 3 read. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. But verse 20, but there was a certain beggar named Lazarus, full of sorrows, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. 22. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off
and Lazarus in his bosom. 24. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. And besides all of this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to press from there to you cannot, nor can those from there pass to us. Then he said, I beg you therefore, Father, that you send him to my father's house. For I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. 29. And Abraham said that they have Moses and the prophets. Let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. But he said to them, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one should rise from the dead. And the people said, Amen. Watu waseme amina. Father, we thank you for the spirit of revelation. Asante Baba kwa kasi ya ufunuo wako. Father, help me to deliver the prophecy. Nisaidie kuachilia unabii. You are releasing to Kenya at Heaven's Gate. Unawachilia Kenya hapa mlimani. So that the church in Kenya can rise. Ili Kenya inuke. To take ownership. Ikachukue uskani. Of the destiny of this nation. Ya hatima ya taifa hii. In a way they have never risen before. Kwa njia hawajawahi inuka tena. Because the enemy kwa sababu adui is also yuko fighting at the gates akipigana malangoni to turn this country around. Achukue ili taifa liharibu. But Lord, as the ecclesia, lakini Baba kama mtumishi, as we are standing here, tunaposimama hapa kama kanisa, we say in the name of Jesus, tunasema kwa jina la Yesu, with God's help, kwa msaada wa Bwana, not on our watch, atitafanyika tukiangalia. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Lord, help me. Baba nisaidie to break the oracle you have given me. Ili nikaweze kuachilia ulionipa. That he that hears it anayenisikia shall run. Atakimbia. They shall catch the vision and run. Atapata maono na kwenda nayo. Even those who have come from the 12 nations. Hata wale wametoka kwa mataifa 12. That there will be revelation they can run with. Kutakuwa na ufunuo wa kwenda nao. That what they hear God saying about Kenya. Watakachosikia kikisema kuhusu Kenya. They will extrapolate for the regions. Watakibeba katika mahali where you have brought them from. Mahali umewatoa. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. And God's people said amen. Watu wa Mungu waseme amina. God's people said amen. Watu wa Mungu waseme amina. Now if you love Jesus more than the neighbor next to you, give God a shout. Pea Bwana shangwe. Hallelujah. Hallelujah. I want you to turn now. Nataka ugeuke. Take your seats now. You can take your seats. Sasa unaweza ukaketi tafadhali. You can take your seats. Waweza pata kiketi chako. And by the way, tomorrow, kesho, I am going to be speaking on I speak to the earth. Nitakuwa nanena kuhusu nanenea ardhi. So tomorrow, kesho basi, we're going to have some buckets of dirt. Tutakuwa na mchanga ikiwa imewekwa mahali. We are going to speak to the land. Tutanenea ardhi. We are going to open up Kenya on a low level. It has never opened up for you. Tutafunguka Kenya, itafunguka kama vile haijawahi kukufungukia tena. Those of you wale ambao who have never owned a house, hamjawahi kuwa na nyumba yenu, come believe in God tomorrow. Kuja ukimwamini Mungu kesho. I said if you've never owned a house, kama haujawahi kuwa na nyumba yako, come believe in God tomorrow. Kuja kesho ukimwamini Bwana. Because I'm telling you, kwa sababu nakwambia hakika, God did not ordain you to be renting till the day you die. Mungu hakusema utakodi mpaka ufe. You are
You are called by God to be a landlord. Umeitwa na Mungu uwe mmiliki ardhi. Remember, Jesus is King of Kings. Yesu ni mfalme wa falme. And Lord of Lords. Na Bwana wa mabwana. You are the Lord's, is Lord of. Wewe ni Bwana, yeye ndiyo Bwana wako. In the British system of hierarchy, katika kule Britain vile wanavyofanya mpangilio wa utawala, Queen Elizabeth or King James was over the landlords or the lords of London. Haya basi of the UK. Mfalme Yakobo ndiye ambaye ako juu ya watawala wengine wa UK. And the one commonality among all the lords, na kile kimoja wale mabwana wanafanya, they were landowners. Wote walikuwa wamiliki wa ardhi. And everybody else worked on their land as peasants. Na kila mtu alifanya kazi kama mtumwa kule kwao ama maskini. The spirit of land ownership is going to come upon you tomorrow. Roho ya kumiliki ardhi kesho inakuingia. Talk to me somebody. Niongeleshe bana. If you are a church and you want to build but it's been difficult to build, building will begin tomorrow. Kama nyinyi ni kanisa mmejaribu kujenga mmeshindwa, kesho mwanza kujenga. Talk to me somebody. Niongeleshe. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. If you are a business person, kama wewe ni mwanabiashara and your business has not been doing well, na biashara yako haijakuwa ikifanikiwa, we are going to shift the economy of the country towards you next tomorrow. Tunahamisha uchumi uje kwako kesho. You know, you might ask, why am I saying it so confidently? Unauliza mbona nauliza na ujasiri? It's because I've seen too much of this revelation. Kwa sababu nimeona ufunuo huu sana. I know what God is going to do. Ninajua kile Mungu atafanya. Amen. Amina. So when we went to the land he was talking about, and we spoke to the earth, tulipoenda kwa ardhi tukainenea mahali alipokuwa ananena kuhusu mtume. Together, and then the snake was discovered and they removed it. Na ile nyoka ikaonekana na wakaibeba. We knew then that it can't be held back. Tulijua hiyo shamba haiwezi kazuiliwa tena. So tomorrow we are going to have a very powerful teaching. Kesho tutakuwa na mafunzo zaidi. That's tomorrow. Kesho. But today there's a prophecy from the heaven. Leo kuna unabii toka mbinguni. For the country. Kwa ajili ya taifa. For the people of Kenya. Kwa ajili ya watu wa Kenya. For the church in Kenya. Kwa ajili ya kanisa la Kenya. For the body of Christ. Kwa sababu ya mwili wa Kristo. So before I deliver the word, I'm going to give you another portion of scripture. Nikupe andiko lingine kabla nilete neno. What I'm going to do, I'm going to give you every scripture I'm going to talk about. I'm going to give it to you. Then I'm going to weave it into a wineskin of prophecy. Nitakupea maandiko yote ambayo unasoma, alafu tuingie katika unabii. Amen. Amina. I want everybody to turn in your Bibles at least write it down. Andika mahali ama uingie katika Biblia yako. 2 Samuel chapter 9. Samueli wa pili mlango wa 9. 2 Samuel chapter 9. Samueli wa pili mlango wa 9. Now David said, Daudi akasema, is there still anyone who's left of the house of Saul, kuna mtu aliyebaki katika nyumba ya Sauli, that I may show him kindness nikamuonyeshe huruma for Jonathan's sake? Kwa ajili ya Yonathani. And there was a servant na palikuwa na mtumishi of the house of Saul, katika nyumba ya Sauli, whose name was Zeba. Jina lake Ziba. Whose name was Zeba. Jina lake Ziba. Whose name was Zeba. Jina lake Ziba. So when they had called him to David, walipomwita kwa Daudi, the king said unto him, mfalme akamwambia, are you Zeba? Wewe ni Ziba? Are you Zeba? Wewe ni Ziba? You can maybe open this for me. Says, are you Zeba? Wewe ni Ziba? He said, at your service. Akasema kwa ibada yako. Then the king said, mfalme akasema, is there not still someone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? Ili nikamuonyeshe huruma za Mungu. To whom I may show the kindness of God. Ambaye naweza nikamuonyesha huruma za Mungu. And Zeba said to the king, Ziba akamwambia mfalme, Zeba said to the king, Ziba akamwambia mfalme, there is still a son pana mwana of Jonathan wa Yonathani, who is lame in his feet. Ambaye miguu yake kiwete. Who is lame in his feet. Ambaye ni kiwete miguuni mwake. So that last part of where it speaks about the disability of Zeba, of Jonathan's son, anapoongea kuhusu ulemavu wa mwana wa Yonathani, was simply Zeba just playing smart politics. Ni Ziba alikuwa anafanya siasa vizuri kama sisi. Because he understood that
in that time you do not bring cripples before the courts of the king. Kwa sababu alijua awali hawaleti viwete katika nyumba ya mfalme. And so he says, I just want to warn you, there's only one I know, but he's lame in his feet. Kwa hivyo kuna mmoja ambaye najua lakini ni kiwete. If you can handle the fact that he's a cripple, then we can then you have a candidate. Sasa kama wewe unaweza leta kiwete chumbani mwako, basi kuna mtu. So the king said to him, Mfalme akamwambia, where is he? Yuko wapi? Where is he? Yuko wapi? I want you to hear me. The Lord spoke to me in the air. Mungu akaniongelesha nilipokuwa kuandika ndege. That there's a spirit, that there's a principality. Kuna roho that has entered the country of Kenya from the north. Ambaye imeingia Kenya kutoka kaskazini. That wants to cripple the authority the church has gained. Inayotaka kumaliza mamlaka ambayo Mungu ameipa kanisa. And God wants me to deal with that together with you because we are going to pray. Na Mungu anataka nivunje pamoja nawe tunapoomba baada ya ibada. And tomorrow when we speak to the earth, we're going to pray for Kenya in a different way. Na kesho tukinania ardhi tuombea Kenya kwa njia ya kipekee. Because I am convinced in my spirit. Kwa sababu katika roho yangu nina ushawishi that the enemy is fighting aggressively, desperately. Ya kwamba shetani anapigana kwa udi na uvumba. Because Kenya in the spirit is this close. Kwa sababu taifa la Kenya limekaribia hivi. Where it's going to cross a line. Ingie mahali. And Kenya will be a sheep nation forever. Na Kenya itakuwa taifa lililogeuka milele. But the country is hanging in the balance. Lakini taifa hili liko katika mpangilio. The country is hanging in the balance. Taifa liko tu hapa na pale. And you need to understand. Na lazima uelewe that we cannot talk about conference of this magnitude. Hatuwezi tukaongea kongamano la aina hii. And leave the conference just feeling happy that we got individually touched. Alafu tutoke hapa katika kongamano kila mtu amefurahi lakini ujaguzi wa kimaisha. Without contending with the affairs of nations. Bila kufanya mataifa yabarikiwe. And so this is what I want to bring to you today. So nataka nikulete haya leo. So let's continue the story. Tuendelee na hadithi. Because the prophecy is about to become very, very clear. Kwa sababu nabii unaenda kuwa wazi. It's a prophecy to the country. It's a prophecy to your life. Ni nabii wa taifa lenu na maisha yenu kipekee. So the king said to Zeba, where is he? And Zeba said to the king, indeed is in the house of Micah, the son of Amiel in Lodebar. Then King David sent and brought him out of the house of Micah, the son of Amiel, from Lodebar. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, he fell on his face and prostrated himself. Then David said, Mephibosheth, and he answered, here is your servant. So David said to him, do not be afraid. For I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake. And will restore you all the land of Saul, your grandfather, and you shall eat bread at my table. Everybody say at my table. Somebody say at my table. You shall eat bread at my table continually. But look at how this man responds. Then he bowed himself and said, what is your servant that you should look upon such a dead dog as I? What is your servant that you should look upon such a dead dog as I? I'm going to come back to this because this is critical to what God wants to say to Kenya. And the king called Zeba, Saul's servant, and said to him, I have given to your master's son. What is interesting in the story is that David completely ignores the stupid
inferiority complex this boy has. Basi Daudi anadharau kule kujidharau kwa yule mwana. Because David understands something about kingship the boy has forgotten. Daudi anaelewa kitu kuhusu ufalme ambacho huyu mwana alikwisha sahau. That your legs don't decide kingship, your blood decides kingship. Ni kwa sababu si miguu yako inakupa ufalme, ni damu inayopita ndani yako. He was not just injured physically, he became injured emotionally over time. Hakuvunjika tu mwili wake, lakini hisia zake zikavunjika kwa muda. And the greatest injury came to how he saw himself. Na vile alivyoumizwa ndivyo alivyojiona. So verse 9, and the king said to Zeba, Mstari wa 9, mfalme so akamwambia servant, Ziba, and said to him, I've given to your master's son all that belonged to Saul and to all his house. basi nimempa mtoto wa mfalme wako yote ambayo yalikuwa ya Sauli. You therefore and your sons Wewe na mwanao basi and your servants na watumishi wako, shall work the land for him, nyinyi mtakuwa wafanyikazi wake, and you shall bring in the harvest, na mtaleta mavuno, that your master's son ili mwana wa bwana may wako have food to eat. akapate chakula cha kula. But Mephibosheth, Ili Mefiboshethi, your master's son, mtoto wa bwana wako, shall eat at my table atakula katika meza yangu always. kila wakati. The word table is repeated twice Hiyo in meza the story. imetajwa mara mbili kwa hii hadithi. I want to talk to you Nataka nikuongeleshe about a message kuhusu ujumbe that I've entitled ambao nimesema The Order of Melchizedek. vile mpangilio wa The Melkizedeki, Order of Melchizedek mpangilio wa Melkizedeki and leading from the table. na kukula kutoka kwa meza. The Order of Melchizedek. Mpangilio wa The Melkizedeki, Order of Melchizedek mpangilio wa Melkizedeki na kuongoza kutoka kwa meza. Hallelujah. I want you to turn one more last time. Geuka nami mara ya mwisho. One last time. Mara ya mwisho. I want you to turn in your Bibles to the book of Genesis. Uingie kitabu cha Mwanzo katika Biblia yako. To book of Genesis. Kitabu cha Mwanzo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. The book of Genesis chapter 14 Mwanzo 14 and verse 11. mstari wa 11. The book of Genesis. Mwanzo From verse 11. kutoka mstari wa 11. From verse 11. Kutoka mstari wa 11 and from to verse 20. mpaka mstari wa 20. Then they took all the goods of Sodom and Gomorrah Wakachukua vyote vya Sodoma na Gomora and all their provisions na vitu vyote walivyokuwa navyo and went their way. na wakaondoka. Then they also took Lot, Wakamchukua Loti, Abraham's brother, son, mwana wa mjomba wa Abrahamu, who dwelt in Sodom, ambaye aliishi Sodoma, and his goods, wakachukua pia vitu vyake and departed. na wakaondoka. Then one who had escaped, Yule ambaye alikuwa ametoroka, yule ambaye alikuwa ametoroka told Abraham, akamwambia Abrahamu, the Hebrew, yule for he Mhibrania, dwelt by the terebinth kwa trees sababu aliishi katika ule mti of Mamre, wa ule Mamre, the Amorite, wa ule the Muamori, brother of Eshcol, ndugu ya Esko and brother of Aner, na ndugu ya Ana, and they were allies with Abraham. na walikuwa marafiki wa Abrahamu. Now when Abrahamu heard that his brother was taken captive, aliposikia ndugu yake ametekwa nyara, he armed his 318 trained servants akachukua wale watu waliokuwa nao wa vita who were born in his own house, ambao walizaliwa katika nyumba yake, and went in pursuit wakawakimbisha as far as Dan. mpaka kule Dani. He divided Akagawa his forces majeshi yake against them by night, kule usiku, and he and his servants yeye na watumishi wake attacked them wakawavamia, and pursued them wakawafuata as far as Hobah, mpaka Hoba which is north of Damascus. ambayo iko juu ya Damascus. So he brought back all the goods. Alafu akaleta mali yote, He brought back all the goods. akaleta mali yote. Turn to your neighbor and say, we are about to bring back all the goods. We are about to bring back all the goods. Tell your neighbor, we are about to bring back all the goods the Ambia devil has jirani stolen. yako tunaleta mali yetu yote.
So he brought back all the goods akarejesha mali yote, and also brought back akaleta pia his brother Lot ndugu yake Loti and his goods, na vitu vyake, as well as the women na wanawake and the na people. watu wote. Verse 17. Mstari wa 17, And the king of Sodom mfalme wa Sodoma went out to meet him akaenda kumkutana naye in the valley of Shaveh. pale katika bonde la That Jabe, is the king's valley. katika milima ya After his return, baada ya kurudi, baada ya kurudi from the defeat of Kirodamra, kutoka kwa kumpiga yule mfalme and the kings na wafalme who were with him. waliokuwa nao, Then Melchizedek, basi Melkizedeki king of Salem, mfalme wa Salemu brought out bread and wine. akaleta mkate na He divei, brought out bread and wine. akaleta mkate na divei. He was a priest Alikuwa kuhani of God Most High. wa Mungu Mwenyezi. And he blessed him Akambariki and said, akasema, Blessed be Abraham abarikiwe Abrahamu of God Most wa High, Mungu aliye juu, the possessor anayekuwa of heaven and earth. vitu vyote mbingu na ardhi ni vyake. And blessed be God Most Abarikiwe High, Mungu who has delivered ambaye amekomboa your enemies into your hand. adui zako mikononi mwako. And he gave him a tithe of all. Akampa zaka ya zote. 21. Mstari wa 21. Now the king of Sodom said to Abram, Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, give me the persons nipe watu and take the goods for na yourself. uchukue vitu hivi vyote. But Abram said to the king of Abrahamu Sodom, akamwambia mfalme wa Sodomu, I have raised my hand to the Lord God Most High, mimi nimeinua mikono yangu kwa Bwana the Mungu possessor of heaven and earth, ambaye ni mmiliki wa mbingu na nchi, that I'll take nothing sitachukua chochote from a thread hata uzi to a sandal strap, mpaka uzi wa that I will kiatu. not take anything that is yours, Sitachukua kitu chochote chako, lest you should say, ili usiseme I have made Abram rich. nimemfanya Abrahamu tajiri. All right, now let's put this thing together. Wacha tuweke hivi vyote kwa pamoja sasa. Let's put this thing together. Wacha tuweke yote kwa pamoja. When you look in the Bible, Katika Biblia, there is no man hakuna mtu other than Jesus. isipokuwa Yesu. There's perhaps no man in the Bible Hakuna mtu katika Biblia who is more important ambaye aliyo wa maana to the economy of glory katika and the utukufu restoration of all things na kurejesha kwa mambo yote like Abraham. kuliko Abrahamu. Abraham is so important Abrahamu ni wa muhimu until even Jesus mpaka Yesu becomes anakuja the seed of Abraham. mwana wa Abrahamu. Abraham is so important Abrahamu ni wa maana sana in the economy of glory katika utukufu, that is given a blessing, ya kwamba amepewa baraka, is given a blessing amepewa baraka that not even Jesus could change. hata Yesu hangebadilisha. If you look at your Bible, Ukiangalia katika Biblia there's something that's very interesting, kuna kitu cha maana sana that in the whole Bible, katika Biblia the yote, blessing of Jesus baraka za Yesu does not exist. hazipo, hazitajwi. In the whole Bible, Kwa Biblia the yote blessing of Jesus baraka za Yesu does not exist. hazitajwi. To the contrary, Ukiangalia upande mwingine, Jesus died, Yesu shed akafa, his blood akamwaga damu to secure a blessing ili alete baraka given to Abraham. ambayo ilipewa Abrahamu. So whatever Hivi milele pattern, ule mpangilio, whatever dimension wakati kuna tajwa of kingdom living, ya kuishi katika ufalme, whatever pattern katika ule mpangilio of living ya kuishi, Abraham was given, Abrahamu alipewa, it was so complete alipewa ikiwa that imekamilika, 4,000 of human history ya kwamba watu 4,000 could not improve on the blessing of Abraham. watu kwa hizo karne zote 4,000 hakuna mtu angeingiza na kuongeza baraka ya Abrahamu. That the best Jesus could do Ile mzuri sana Yesu angefanya is secure the blessing ni kuichukua ile baraka na of kuilinda Abraham. ya Abrahamu. Not only does he secure the blessing, Hakuilinda ile baraka, he extends the reach of the blessing lakini aliongezea ile baraka ikaweza kufika to include the Gentile. ili hata Wayunani waipate. That the blessing that Jesus died on the cross, is that right? Yesu akama msalabani, ndiyo. For it is written, cursed is he who hangs on the tree. Kwa sababu imeandikwa amelaaniwa anayetundikwa msalabani. That the blessing of Abraham, Ili baraka ya Abrahamu, that the blessing of ili Abraham baraka ya Abrahamu might come upon the Gentiles. ije kwa Wayunani. Are you catching what I'm saying? Unanielewa? The best, what Yeshua's blood did was extended. Ile baraka aliyomwaga ilifanya iongezewe na ifenywe ifikie watu wengine. What was Abraham giving? Kile Abrahamu alipewa, What way of living? kile alipewa cha kuishi nacho, What way of living ile njia ya kuishi was Abraham given, ni Abrahamu alipewa, that when the church returns to that pattern of living, ili kanisa likirejea kule kuishi kama Abrahamu, we are going to refuse tutakataa
to remain voiceless in the culture. Tubaki bila sauti katika kizazi chetu. What was he given? Alipewa nini basi? By the way, it was also to Abraham Ilikuwa kwa Abrahamu that the promise to inherit the world, kwamba ile ahadi ya kupata dunia the yote, promise to inherit the world, ile baraka ya kupokea ulimwengu wote, was given to Abraham. ule urithi ulipewa Abrahamu. So that it is Abraham Ile ni Abrahamu who is called the father of many nations. ambaye ni baba wa mataifa. Hallelujah. Haleluya. Jesus is your savior, Yesu ni mwokozi wako, but he's never called the father of many nations. lakini haitwi baba wa mataifa. So Jesus dies Yesu akafa to secure whatever divine input ili akaweze kulinda kile kitu cha kiungu God gave to Abraham ambacho Mungu alimpa Abrahamu. was so complete, Ilikuwa imekamilika, so powerful. ilikuwa inarembeka, God saw no need lakini haikuwa na to hitaji improve on that technology. ya kuongezewa chochote. Instead, Ila hali he extended it Mungu Yesu aliongezea and said, I want to put it on the head akasema nataka kuweka kwa kichwa of Apostle Julius. ya mtumishi I want to put Julius, it on the head nitaweka kwa kichwa of Apostle Francina. ya mtume I want Francina, to put it on the head. nitaweka kwa kichwa, Talk to me, somebody, niongeleshe of my church. ya kanisa langu, Because this blessing, kwa sababu hii baraka, this way of living, hii njia ya kuishi cannot be defeated. haiwezi kashindwa. Satan has no answer Shetani hana for jibu whatever Abraham was given. ya kile Abrahamu alipewa. So what was Abraham given? Abrahamu akapewa nini? What input Ni nini did alipewa? Abraham receive from heaven? Alipokea nini kikamuingia? And what did that input do to Abraham Na kile Abrahamu alipopewa that I kilimfanyia want to nini? talk to Kenya about? Ambao nitawania wa Kenya The kuhusu. church in Kenya about? Kanisa la Kenya kuhusu. You see, Unaona? this divine input Hii kitu cha kiungu ambacho Abrahamu that alipokea, Abraham was given Abrahamu alichopewa, is called the order of Melchizedek. inaitwa mpangilio wa Melkizedeki. He was given this divine input Alipewa hiki kitu, called the order of Melchizedek. mpangilio wa He Melkizedeki. was the first man in the Bible Alikuwa mtu wa kwanza katika Biblia to be introduced to this technology. ambaye aliingishwa kwa mpangilio huu, That a man can be a king and a priest ili mtu anaweza kawa mfalme nawe kuhani in one vehicle katika wakati In one mmoja, body, katika mwili mmoja, and be harmonious in the spirit of holiness. na wote wafanye vyema katika roho It is takatifu. Abraham Ni Abrahamu who is given this input. ambaye alipewa hii It's teknolojia. during when Abraham is given this input Abrahamu alipopewa hii teknolojia, that much of the things we celebrate in the church vile tunasherehekea kanisani were also given to the church. vilipewa kwa kanisa. Are you aware that communion did not begin with Jesus? It began with Melchizedek. Unaelewa meza ya Bwana haikuanzia na Yesu, ilianzia na Melkizedeki. The input of Holy Communion Ile meza ya Bwana comes with this model. ilikuja na huu mpangilio. But there's something that happens to Abraham in the divine encounter Kuna kitu kilifanyika kwa Abrahamu kiungu that is going to be the thread of my message. ambayo itakuwa uzi wa ujumbe wangu. I know where I began Najua mahali and I nilianza, know where I'm going to end. najua nitamalizia wapi. And if you have the, if you have the spirit, if you have the ears of the Spirit, Kama una masikio ya roho, basi you are going to hear this thing at a deeper level. utasikia hii kwa undani, And together we're going to rise na tutainuka pamoja and contend today for the crown of Kenya. na tupiganie ile taji. I said we're going to rise as a Congress. Tutainuka kama umati. Saints, are we a Congress here? Sisi si ni umoja? I said, are we an ecclesia? Sisi si ni kanisa? I said, do we have the ecclesia in the house? Tuna muungano wa makanisa hapa jameni. You know, in the Bible, Katika Biblia, in Bible college, katika shule za mafunzo ya Biblia, within the laws of hermeneutics, katika kusoma jinsi ya which is kufunza about the proper interpretation of Scripture, ya kufunza Biblia, one of those principles that are critical to how you see the Bible, kanuni moja ya vile unafaa kuitafsiri Biblia, or how you interpret a particular text, ama vile unavyoweza kusoma andiko fulani la maanisha nini, is known as the law of first mention. ni moja ya sheria ya In the law of first mention, hiyo ambayo ametaja. the law of first mention simply means this: Ile kitu ambacho kilitajwa mara ya kwanza. that whenever an idea, Kama una wazo, a concept, ama kitu ambacho unataka a kusema, model,
is introduced ikiletwa for the very first time in the mara Bible, ya kwanza katika Biblia, that passage ile andiko where it's first introduced, mahali limetajwa mara ya kwanza, carries the highest meaning, linabeba maana ya juu the highest sana, meaning maana ya juu zaidi and importance na ile ya maana sana of what's being revealed. ya nini kinafunuliwa. So that now Ili sasa you have to be careful, you have to be very sensitive lazima uwe mwangalifu na makini to the how and where and when ya ni lini, wapi na aje God chooses Mungu alichagua to reveal kufunua a particular mystery or revelation. siri fulani ama ufunuo fulani. So let us look at the appearance of Melchizedek in the appearance of Melchizedek in Abraham's life. Tuangalie Melchizedeki alionekanaje katika maisha ya Abrahamu, so we can understand ili tuelewe what Abraham was given. Abrahamu alipewa nini? What happened to him that must happen to the church? Na nini alipata ambacho lazima kanisa kipate? Or we'll keep having conferences like this, Ama tutafanya tu mikutano kama hii, thousands in attendance, maelfu waje, but the country is ruled by other powers. alafu taifa litawaliwe na wengine. Something must change. Lazima kitu kibadilike ba. Can I talk to somebody? Nikuongeleshe. Hello church. Hello. I don't feel like I'm in Africa right now. Mimi sisikini kama niko Afrika I feel like somebody's I feel like somebody took the Kenyans out and replaced them with British people. Ni kama mtu aliwaondoa Wakenya akaleta watu wa Europa. Wapi mchangamko wenu? Wapi furaha yenu? I come to Africa to get some noise. Ninakujanga Afrika napata kelele. Talk to me somebody. Niongeleshe. If I wanted sanctified silence, I would have gone to London and preached there. Kama ningetaka mahali pamenyamaza ningeenda Uingereza. I want the noise of Zion. Nataka kelele ya Zayuni. So let's work through this. Tutembee kwa pamoja. Let's work through this. Tutembee pamoja. When and where does Melchizedek appear to Abraham? Lini na wapi Melchizedeki anaonekana kwa Abrahamu? If you read the whole passage of scripture, ukisoma andiko lote lile, Melchizedeki appears to Abraham. Anaonekana kwa Abrahamu. He appears to Abraham. Anaonekana kwa Abrahamu at the time of war among nations. Wakati wa vita kati ya mataifa. There is a massive conflict. Kuna utata mkubwa over market share. Watu ya soko la hisa. There's a massive conflict. Kuna vita over taxation. Kuhusu ushuru. Over trade. Kuhusu biashara. That is happening in chapter 14. Ambayo inafanyika katika mlango wa 14. Now notice. Angalia that while the kings are fighting, wakati wafalme wanapigana, why the kings are fighting, sababu ya wafalme kupigana, while the kings are fighting, wakati wafalme wanapigana, there are two kingdom people. Kuna watu wawili wa ufalme. There is Lot. Kuna Lotu. Lot is living anaishi in Sodoma, having a great business, akiwa na biashara kubwa, unaware na kupale that the fight of the kings, na vita vya wafalme viko pale. He was unaware hakuwa anajua that he was about to become collateral damage. Alikuwa aharibiwe, he and his wife, yeye mkewe, and his entire family, na jamii yake yote, even his business, hata biashara yake, will be closed down temporarily, ilikuwa ifungwe kwa muda, because kwa sababu of an argument ya mabishano happening ambayo yanafanyika in the realms of government, katika serikali, where he has no seat at the table, ambaye hana kiti katika meza. He doesn't understand. Haelewi. He doesn't understand. Haelewi. That the country mataifa is under, ile taifa yako chini yake, has chosen limechagua to break a treaty, ya kuvunja maagano yake. The country was under, taifa aliyokuwa chini yake, had chosen liliamua to break a treaty, kuvunja makubaliano yaliyokuwepo.
with the king of Babylon. na mfalme wa Babiloni. And the king of Sodom, Na mfalme wa Sodoma, when breaking the treaty, akivunja yale makubaliano, did not ask for Lot's opinion. haikuuliza Lotu kama angetaka waachane ama la. So the negotiations break down. Basi yale mazungumzo yakavunjika. When negotiations between nations break down, Wakati yale mazungumzo yanakataa kuendelea, there's only one way nations solve broken down negotiations. basi mazungumzo yasipokuweko, kuna njia moja tu mataifa husuluhisha hayo. History teaches us this. Historia tufunza Nations go to war. mataifa huenda kwenye vita. And so the nations Mataifa basi in Abraham's day wakati wa Abrahamu went to war, Pastor Julius. yakaingia vitani. They went to war. Wakaenda vitani. They began to fight Wakaanza kupigana over this broken down agreement. kwa sababu makubaliano yamekataa kuendelea. 9 countries Mataifa are 9 now involved in yamehusika the Bible's first global conflict. katika vita vya kwanza Mount- vya ulimwengu. Multilateral national conflict. Vita ambavyo vinahusiana mataifa 9 mengi. countries are involved. Mataifa mengi And they yanahusika go to fight. na wanaenda vitani. Massive bloodshed takes place. Umwagikaji wa damu mwingi wafanyika. The king of Sodom Mfalme wa Sodoma loses the fight. anapoteza vita. His side loses the fight. Anakubali amepoteza vita. So he runs to the mountains to escape. Anakimbia milimani ili aweke usalama. So to punish him, Ili wamwadhibu, the triumphant nations yale mataifa yaliyoshinda visited his country, yakatembelea taifa where lao. Lot had a great business going. Mahali Lotu alikuwa na biashara kubwa. And by the end of the day, Na mwishowe Lot is captured, Lutu ameshikwa, Lot is captured. anashikwa, He and his wife and his yeye children mkewe na wanawe are taken wanapelekwa as prisoners of war. kama mateka wa They vita. become the collateral damage Wanakuwa uharibifu wa over the taifa broken down negotiations kwa sababu ya yale makubaliano yalivunjika between nations. katika mataifa. Now watch this. Angalia, You ask the question, unauliza swali, where is Abraham Abrahamu wako wapi when all of this is happening? mambo haya yote yakitendeka? Abraham Abrahamu is living a spiritual life anaishi maisha ya kiroho of neutral Switzerland. ya mahali pale Usuzi ambapo hapana utawala wa mtu yeyote. Abrahamu is living anaishi a comfortable vizuri Christian life maisha mazuri ya under the Kikristo theology, katika theolojia. if I just ignore the world, Nikikataa kusoma neno, what the world does will not affect me. nikisipoangalia kile taifa inafanya, kile inafanyika kwao haitanidhuru mimi. If I just keep loving Jesus, Mimi nikiendelea kupenda Yesu, what the devil is doing in kile Kenya shetani anafanya Kenya is not going to touch my church. hakinihusu mimi. If I just continue Mimi nikiendelea from one night vigil to one night vigil, niendange kesha kila siku, whatever is happening in Kenya, kinachofanyika Kenya by the glory of God, kwa utukufu wa I'll Bwana be insulated hainihusu. from the collateral damage Kile that kitakachoharibika can happen ambacho when inafanyika government breaks down. wakati mataifa yanavunjika. This is the theology Hii ndio theolojia basi Abraham is living under. Abrahamu anaishi ndani yake. In heaven, Mbinguni God is looking at 9 countries Mungu anaangalia mataifa 9 fighting over territories, wanapigana kupata ardhi, fighting over the affairs of nations. wanapigana juu ya mambo ya mataifa, But there's something wrong with this picture, lakini kuna kitu ambacho hakikamiliki kwa ile andiko. because everyone Kila mtu in that board meeting katika ule mkutano who's fighting amasema over the affairs of nations, akiangalia kuhusu mataifa, not one of them hakuna mmoja wao was given the promise alipewa ahadi to inherit the world. ya kwamba ataipokea dunia yote. So the only man, Yule mtu peke yake, the only man on earth yule mtu peke yake duniani who had the legitimate claim alikuwa na usawa wa to the kuitisha destiny of nations ya hatima ya was mataifa hiding in a church, katika maisha yake. being a good Christian Alikuwa Mkristo mzuri tu and kabisa, hoping akitarajia that if he just pays a blind eye akikaa tu vizuri to the evil in the country, na akaanza kuangalia the evil will just pass him by. kwamba maovu ya ulimwengu yatampita tu. God Mungu is about to show Abraham anataka muonyeshe Abrahamu the fallacy
and the danger of this kind of thinking. The danger of this kind of thinking. So watch what happens. When Abraham's brother died, Haran, Abraham was given, Abraham took on this trust and the stewardship to take care of his brother's son. Lord. So watch this. God knew that. God knew that Abraham's heart was invested in Lot. Even though they were apart, Abraham's heart and sense of responsibility was invested in Lot. So what does God allow? Because God wants to shake things up. Turn to your neighbor and say, neighbor, God's about to shake some things up. Tell your neighbor, God's about to shake some things up. Are you with me so far? I'm going somewhere with this. Trust me, I'm going to bring this home. So watch this now. How can it be anyone but God? How do these foreign invaders come into Sodom and stamp into Sodom? They're completely surrounded. And the Bible says they took everyone. That means their capture rate was 99%. Because the Bible says they captured everyone. Everyone in the country. They captured everyone except one who escaped. Except the one who escaped. Come on, saints. What is the coincidence that in a country of over 500,000 people, everybody is captured, and the only one who escapes knows that there is a relationship between Lot and Abraham? Apostle, the only one who escaped, the only man God allowed to escape, was the man who could connect Abraham to the fight. Talk to me, somebody. Imagine Fikiri how big Kenya is. Kenya kubwa. Not everybody knows Apostle Julius. Si kila mtu anajua mtume wa Julius. Not everybody knows you. Si kila mtu anakujua. How can it not be God? Itakuwaje sio Mungu basi? Everyone in Kenya is captured. Ya bora kila mtu Kenya ameshikwa. And the only one who escapes na yule aliyetoroka peke yake happens to know anajua that Lot ya kwamba Lot has an uncle who walks with God. Ambaye anaitwa Abraham. Talk to me, somebody. Ongea nami. Talk to me, somebody. Ongea na mimi. So when the man escaped, wakati yule jamaa alipotea, watch this. If it is, watch this. If the man that escaped, when he escaped, could have gone to other safe regions, but that was not the purpose of the escape. The purpose of the escape, the divine purpose of the escape, is because heaven was sick and tired of Abraham acting like he had no right to the nation. Talk to me, somebody. Watch me. God is like, listen, I may have given you the promise to inherit nations, but it's not gonna come without you fighting for the promise. Somebody in Kenya, God
Mungu has promised ameahidi the church in Kenya. Kanisa la Kenya. God has promised you this beautiful country. Ya kwamba taifa hili. But you are in a fight for Kenya right now. Lakini lazima uipiganie. You need to understand that there is a spirit right now that wants to choke your country to death. And somebody here can't afford to play nice with the devil in this hour. Lazima ukue katika vita. Watch this now. Skiza. The one who escaped aliyetoroka went straight to Abraham and told him, akamwambia Abraham, your nephew Lot, basi mtoto wa ndugu and your entire family na juma yake have been captured wametekwa nyara as collateral damage kama uharibifu, because our government, kwa sababu serikali yetu, our king mfalme is hiding in the mountains. Anajificha milimani. We lost the war na amepoteza vita because he refused to pay taxes kwa sababu alikataa kulipa kodi at the last meeting of the heads of state. Kwa mkutano wa viongozi wa mataifa. As a result of that, kwa sababu ya hiyo, these guys that bent the whole country. Watu wamechoma taifa. The women and children are gone. Watoto na wamama wameenda. And the Bible says, Biblia yasema, 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 Abraham raised Abraham akainuka and trained men. Na watu wake aliwafunza vita. And Abraham took Abraham akachukua men watu that had been trained in his own house. Katika nyumba yake. Wait. And they said, what do you mean? Unamaanisha nini? He said, anasema, Abraham was doing Abraham alikuwa anafanya what the church has become good at today. Amekuwa akifanya kile kanisa imekuwa ikifanya sasa. We are masters of training people who never fight. Sisi huwa tunafunza watu lakini hawapigani. Wako tu. We teach them kingdom, tunawafunza ufalme, but don't give them an arena where they can do kingdom. Lakini hatuwapei jukumu la kufanya ufalme. We teach them power, tunawafunza nguvu, but then don't send them to go and demonstrate the power. Lakini hatuachili wakafanyishe nguvu kazi. They just get taught and taught and taught and taught, and then the pastor is happy because they tell you, in this church I'm well fed. Sasa wanafunzwa, alafu mchungaji amefurahi tu, hawa wameshiba. Abraham had been teaching this, he had been training these men. Abraham alishi kufunza watu vita. In the ways of the kingdom, kwa njia za ufalme, they were constipated with kingdom power. Walikuwa wamekula mpaka wamefura tumbo. But did not know what to do with it. Lakini hawakujua wafanye nini na mafunzo. Talk to me, somebody. Ongea na mimi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because when they were full of power, when they felt that Holy Ghost moving, waliposikia Roho akitembea, they said, Pastor Abraham, wakasema Baba Abraham, what should I do with this power? Fanye nini na hii nguvu? Should I go and take over the business mountain in Kenya? Nichukue mlima wa biashara. No, be careful. Pole. You be careful. You don't want to go too much. Usiende ndani sana, pole. Okay. I feel something, but I feel like God wanted me to do it, but I hear you, Pastor. Nasikia kama Mungu anataka nifanye, lakini pastor ni sawa. They were trained walifunzwa without a context for war. Bila nafasi ya kupigana. So God forced a crisis in Abraham's theology. Basi Mungu akalazimisha tatizo kwa theolojia ya Abrahamu. They say necessity is the mother of all innovation. Wanasema ukipata shida utapata mbinu. He had no choice. Hakuwa na la kufanya sasa. He had no choice. Hakuwa na chaguo. Now he had to go to fight. Sasa lazima apigane. All the mysteries of the kingdom he had been given them. He says, guys, it's time to use it now. Siri zote za ufalme nilizopewa, twende sasa tutumie. Now here's the thing. Nisikie. I am going somewhere with this right now. Naenda pamoja bahali na hii. He gets involved in the fight. Akaingia katika vita. He gets involved in the fight. Anaingia katika vita. And then he's very surprised. When he gets in the fight, akiingia ndani, the battle vita
the battle, vita, remember the four nations are fallen to these 5 kings. Angalia mataifa manne yameanguka kwa sababu ya wale wafalme watano. And yet when Abraham gets involved, Abrahamu akiingia, it takes one night anachukua usiku mmoja to get the job done. Anamaliza hiyo kazi ya vita. It takes one night usiku mmoja to get the job done. Anamaliza vita. Why? Kwa nini? Because kwa sababu this is exactly hii ndio sababu taking nations. Mataifa mengi. Taking nations. Kwa mataifa mengi. Is exactly what Abraham was raised for. Was anointed for. I'm here to tell you. Taking nations. I said taking nations is exactly what the church in Kenya is being anointed for. Watch this now. Watch this now. Angalia. Watch this now. Angalia. As he defeats them in one night. Anawamaliza kwa usiku mmoja, vita amepigana. And gets the spoil of war. He gets the spoil of war. Anachukua mateka wote wa vita. He's coming back with treasure chests of resources. Anakuja na vitu vyote vilivyopatikana katika and people. Anakuja na hazina. It is only then na watu pia that God Mungu chooses anachagua to introduce him ya kumpeleka to the Melchizedek order. Sasa katika mpangilio wa Melchizedeki. Kwa nini? Because now you have the right mindset for what I'm about to do. Kwa sababu na akili zinazofaa kufanya kile Mungu anataka kufanya. I'm not trying to raise a church. Mimi sitaki kufanya kanisa. Talk to me somebody. Niongeleshe. I'm not trying to raise a church. Mimi sitaki niinue kanisa. Amen. Amina. Well, you people can just have in great services. Watu wanaweza kuwa na ibada nzuri. I'm trying to raise nations nataka niinue mataifa that can negotiate with governments over the affairs of the nation. Ambayo ni makanisa yanaweza ongea na mataifa kuhusu kinachotendeka. Melchizedek comes and brings to Abraham analeta kwa Abrahamu divine inputs of bread and wine. Analeta mkate na divai. Confirms who he is in the kingdom. Kwa sababu ndio nitajika katika ufalme. Who is connected to? Nani amehusiana naye? The kind of economy is part of. Ile kitu ambacho kinaingia katika ufalme. But watch this. Soon as this encounter finishes, basi hii yote inaisha. Another king shows up. Mfalme mwingine anainuka. The king of Sodom. Mfalme wa Sodoma. The king of Sodom. Mfalme wa Sodoma. Now notice. Angalia. That the king of Sodom mfalme wa Sodoma has not tried hajajaribu to talk to Abraham at all. Kuongea na Abrahamu wakati until now. Mpaka sasa. What's different? Nini tofauti? Abraham had been there for quite some time. Abraham yakayote amekuwa. There is no record hakuna rekodi that the king of Sodom mfalme wa Sodoma ever saw the need aliwahi ona hitaji to talk to Abraham na kuongea na Abrahamu as an equal. Kama mtu anayetoshana. But now all of a sudden, lakini mara ile the head of state mfalme anayeongoza taifa is the one driving to meet Abraham. Ndiye anaendesha farasi zake akamtafutia Abrahamu. Dodomas, what are you talking about? Unaongea nini daktari? Let me tell you where I've been trying to go all time. Wacha niseme nimekuwa nikielekea wapi. The Lord said to me, Mungu akaniambia, Francis, if the church, kama kanisa, if the church kama makanisa la in Kenya, la Kenya, around the world, na dunia kote, does not enter the order of Melchizedek, hawataingia mpangilio wa Melkizedeki, it's going to continue wataendelea to misrepresent God, kufanya Mungu asionekane vyema, and be na wakuwe the Lazarus church, kanisa la Lazaro. And I said, Lord, what do you mean the Lazarus church? Mungu unamaanisha nini kanisa la Lazaro? It says Lazarus, Lazaro, the very name Lazarus, jina Lazaro meant linamaanisha God is my help. Mungu ni msaada wangu. God is my help. Mungu ni msaada wangu. The problem is tatizo, his very lifestyle maisha yake contradicted the testimony. Yaliharibu shuhuda. Because kwa sababu God is my help. Mungu ni msaada wangu. If you feeding at the gate, unaishi katika malango, if you living kama unaishi from the crumbs katika unakula of what fall from the rich man's table, ya meza ya is how God helps you. Wewe Mungu anakusaidia hivyo kweli? This testimony shuhuda
is dangerous ni hatari to people kwa watu who are running the table. ambao wanaongoza meza. The Lord said to me, Mungu akaniambia, Francis, can you imagine fikiria the shock, mshangao, the utter shock ule mshangao of the rich man in hell. wa tajiri akiwa kuzimu. It took hell amechukua kuzimu, for the rich man tajiri akiwa kuzimu, to recognize akitambua that all the time he met with Lazarus, wakati wote alikaa na Lazarus was carrying alibeba a revelation ufunuo about a kingdom ambao ufalme that could save his soul. ambao ungeokoa nafsi yake. But the reason, lakini sababu the rich man yule tajiri never paid him any mind, hakuweza because read the story. Kwa sababu soma habari, Lazarus was living under the table, alikuwa anaishi chini ya ufalme. And God said, na ndio hiyo, there is a church hiyo ndio kanisa that has been raised ambao limeinuliwa by wrong theology. na theolojia mbaya. It's a Lazarus church. Ni kanisa la Lazaro. It has become comfortable limekuwa la kutosheka living under the table, chini ya meza, building churches under the table, wanatengeneza kanisa chini ya meza, making our way. wakitengeneza njia yao. That's why God ndio maana Mungu can't even trust us haezi tuaminia with millionaires in our church, wa milionea makanisani, because when you are a Lazarus church, kwa sababu wakati la Lazaro, you are a beggar. wewe ni omba. Lazarus is a righteous, ni wenye haki, begging church. Kanisa la wenye haki, omba. The problem of Lazarus, tatizo la Lazaro, is that he was living under the table. Alikuwa anaishi chini ya meza. He was living. That was what complicated the testimony. Ushuhuda. That is what camouflaged the gospel. Injili. He was carrying. Aliyobeba. Because kwa sababu he was living under the table. Aliishi chini ya meza. The Bible tells us, Biblia yatuambia, his very life, maisha yake mwenyewe, man of God, pastor, his very life, maisha yake mwenyewe, his very life, Apostle Francina, mchungaji Francina, maisha was dependent, yalitegemea on a corrupt, watu waliokuwa wenye ushuru, non-believer, wenye dhambi, waliojaa uovu, who owned the table. Ndio waliokuwa wenye meza. Talk to me, somebody. Ongea na mimi, niongeleshe tuongee. Are you with me, somebody? Uko na mimi? Are you with me, somebody? Wapi shangwe yako kama uko na mimi? Hallelujah. Amen. Talk to me, somebody. Tuongee, shangwe. Hallelujah. And when he was living under the table, akiwa chini ya meza, when he was living under the table, akikaa chini ya meza, there were times, the Bible says, Biblia yasema, dogs came mbwa wakaja and licked his wounds. Wakalamba vidonda. And I said to God, nauliza Mungu, who are the dogs? Mbwa ni nani? Who are the dogs? Mbwa ni nani? He said the dogs. The dogs are the false prophets under the table. Ni manabii wa uongo walio chini ya meza. Guy. They are also beggars under the table. Pia wao ni omba chini ya meza. But they are more slick than Lazarus. Lakini wao wana ujanja kuliko Lazaro. Because they can mask their begging through prophecy. Wanaweza kufunika umaskini wao na unabii. Talk to me, somebody. Tuongee. Talk to me, somebody. Tuongee. So Lazarus is wounded economically. Kifedha. What do the false prophets come? Nabii atakuja kufanya nini? Not to teach Lazarus hatafunza Lazaro the gospel of the kingdom, injili ya ufalme, that takes you from under the table ambayo inakutoa chini ya meza and gives you a seat on the table, na inakupea kiti katika meza. La hasha. They tell Lazarus, wanamwambia Lazaro, I've got miracle money. Wewe uko na pesa ya miujiza. I've got miracle money. Niko na pesa ya miujiza. If you give me 10,000 shillings, wewe ukinipea 1000, miracle money, Lazarus, muujiza will appear in your bank account. Utaingia kwa hela yako kwa account. Miracle money is not an economic model or policy. Wacha nikwambie, pesa za kimiujiza sio mpango wa kifedha. When you are Lazarus, ukiwa Lazaro, you love God, utampenda Mungu,
But you are wounded in this life. Lakini umeumizwa kimaisha. There's no aura of government. Hakuna heshima ya utawala. Lazarus is a church. Lazaro ni kanisa that loves Jesus. Linampenda Yesu. And somehow theologically kithiolojia found a way to become comfortable with defeat. Lilipata usawa wa kukubalia shida. And the dogs under the table Nambwa wenzake chini ya meza have an economy wana utawala, around licking wanajua mbinu ya biashara, the wounds of Lazarus. Wananyonya kutoka I've not come to lick your wounds today. Sijakuja kunyonya vidonda vyako. I've come to tell you God wants you healed. Nimekuja kuambia Mungu anataka upone. Turn to your neighbor, say neighbor, ambia jirani, I'm coming from under the table. Nimetoka chini ya meza. Say neighbor, jirani, I'm coming from under the table. Natoka chini ya meza. Say I have a message. Nina ujumbe. Jesus Yesu has given me a message. Amenipa ujumbe for the people on the table. Kwa watu walio kwa meza. I'm tired. Nimechoka. I'm tired. Nimechoka of just preaching. Wa kuhubiri tu. I'm tired. Nimechoka of just prophesying utabiri to people under the table. Watu chini ya meza. Who are just like me. Watu kama mimi. And every time kila wakati I see people ninaona watu who live wanaishi on the other side of town. Ule mji mwingine. I get intimidated because the devil reminds me of my poverty. But I'm here to tell the church in Kenya, God is about to bless you. God is about to bless you. I said God is about to dress you up. Shout yes. Yes. Shout yes. God's about to dress you up. I'm talking to somebody up in here. That God Mungu is about to bless you. Ako tayari kukubariki. God Mungu is about to heal your history. Ako tayari kukuponya. I'm here to tell you. Nimekuja kukuambia. You are looking at a man. Unaangalia mtu. In 1989. Miaka 89. I was Lazarus. Nilikuwa Lazaro. I was Lazarus. Nilikuwa Lazaro. I couldn't afford $1. Singepata dola moja. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. But now lakini sasa I've been living on the table. Ninakula kwa meza. Found out there's more food on the table. Kuna chakula kingi katika meza. Come on. Lazarus loves Jesus. Anapenda Yesu. Lazarus Lazaro never missed any night vigil. Kila kesha alienda. Lazarus, you know, Lazarus knows how to serve. Anajua kutumika. But what Lazarus lakini kile Lazaro doesn't know hajui is how to live on the table. Ni kuishi juu ya meza, katika meza. God said, Mungu yosema, tell the church in Kenya, ambia kanisa la Kenya, that there's a spirit that has entered the country from the north. Kuna roho imeingia kutoka kaskazini kaingia Kenya. To put the church back under the table. Irudishe kanisa chini ya meza. Let me tell you something. Wacha nikwambie jambo. I don't care what you say. We watch it in the international community. Tumeiona katika mataifa. Your last election, wakati mulifanya uchaguzi, God began to put the church on the table. Mungu akaanza kuleta kanisa mezani. But a spirit has come. Lakini roho imekuja. And pastors in Kenya are already acquiescing. Na wachungaji Kenya wanaanza kufikiria, we don't need all of this. Hatuhitaji yote. We just want to be preaching about. We need to go back to the pure gospel. Turudie kwa injili ile shwari. What do you mean the pure gospel? Injili safi ni gani? Oh, you mean the gospel
Unamaanisha injili that acts like you don't live in Kenya. Inayofanya ni kama uishi Kenya wewe. You mean the gospel? Injili. Hiyo ndio injili. I'm here to tell you somebody. Nimekuja nikuambie mtu. Are you with me, somebody? Uko na mimi? But God is, there are angels. Kuna malaika. There are angels who have come into Kenya. Kuna malaika wamekuja katika taifa la Kenya. I told you in the spirit, man of God, I saw your country. Nimeona taifa lako mtumishi wa Mungu. Very close to a red line. Kuna laini nyekundu. And I said, what is this red line? Na hii laini nyekundu nini? It says when Kenya cross, if Kenya has never been this closer. Kenya haijawahi karibia hivi. Because a lot of times, kwa sababu wakati mwingi, you must understand Satan. Lazima umuelewe ibilisi. Satan is no genius. Ibilisi anajua vitu. He's predictable. Yeye anafanyanga vitu njia ile ile. But hawezi saidia. He can't help it. Hawezi saidia. He can't help it. Shetani hawezi jisaidia. I said he can't help it. Hawezi jisaidia. But announce, lakini atangaze, how close you are to the breakthrough. Nyinyi mko karibu wapi na upenyo? By the warfare he brings. Na vita navyovileta. The warfare he brings. Vita navyovileta. To cause you to feel like I gotta walk away. Anafanya usikie kama utaondoka. Maybe I made a mistake. Wacha nitakuwa adui wa. No, God saying, no, son, daughter, you have never been this close. Mungu anasema hamjawahi karibia hivi. To changing the game. Kubadilisha mchezo. I saw a red line. Niliona laini nyekundu. And God said, Mungu akasema, tell the church in Kenya. Ambia kanisa la Kenya. They are this close. Wako karibu hivi. They are this close. Wako karibu hivi. To taking the crown of Kenya. Kuchukua taji la Kenya. And this nation. Na hili taifa. By every sense of the word. Kwa kila neno. Will become a sheep nation. Litakuwa taifa linalohama. It doesn't mean that other religions won't be. No, sheep nation doesn't mean that. Taifa la meli haimaanishi hivyo. But it means the pendulum has shifted in the direction of the kingdom. Inamaanisha uongozi umehama katika ufalme. But the only way we can lose our gains, lakini tutakavyopoteza kile tulichopata, is when the enemy ni wakati adui begins to sell us the doctrine of Lazarus. Akianza kutuzia ile injili ya Lazaro. Tell your neighbor, I refuse to go back under the table. Ambia rafiki yako, mimi siendi chini ya meza tena, nakataa. 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 There is a famous movie kuna filamu in America, Marekani, called John, is it? Whatever. Inaitwa wachana na. I'm trying to remember it. Najaribu kukumbuka. It was right in my head. Ilikuwa katika but this movie is by Keanu Reeves. Hii filamu ni ya huyo mtu. But in the movie, kwa hiyo filamu, it's a criminal society. Ni mahali kuna majasusi tu. A global enterprise of criminals. Watu wote pale wanafanya maovu. John Wicks. John Wicks, yes. It's a movie called John Wicks. Movie inaitwa John Wicks. All right. For those who are so super spiritual, I do watch some movies and I like it. Wale nyinyi ni wa kiroho sana. Mimi huangalia filamu na furahia. John Wicks was pretty good. Yule jamaa alikuwa mzuri. But I learned something from it. Nikaona kitu kutoka pale. The movie John Wicks. Ile movie ya the John script Wicks is simple. Ni rahisi. There's a criminal organization. Kuna muunganiko watu waovu that controls the world. Ambao ndio wanatawala. And this criminal organization wanatawala utajiri wa ule mji. Has a code of conduct. Alafu wana utendakazi wao. What's allowed, when, where, where. Wanakubalisha kitu fulani mahali fulani. And alafu the people that create the contract for the community. Watu ambao pia wanasema nini vitu vitasahihiwa vipi. In the movie are called members of the table. Wale wanaitwa wenye meza. Everybody else, kila mtu mwingine, including John Wicks in the movie. Hata John Wicks mwenyewe katika movie. He was a great assassin. Alikuwa muuaji hodari. The best they had. Kile walichokuwa nacho bora. But he was still under the table. Lakini pia alikuwa chini ya meza. Talk to me somebody.
Wacha nikusikie. You see, there is an economy under the table. Kuna uchumi chini ya meza. You could have the greatest church in Kenya under the table. Unaweza kuwa mtu mzuri sana Kenya lakini chini ya meza. You could be a prophet who can call people's names under the table. Unaweza kuwa nabii mpaka unashika watu na majina yao lakini chini ya meza. The devil doesn't mind that ministry. Ibilisi hajali huduma yako. Because it's still under the table. Kwa sababu iko chini ya meza rungu. And he knew that you can't really change anything permanently. Anajua huwezi badilisha chochote milele. Unless you are invited to the table. Mpaka ukae kwa meza. Unless you are invited to the table. Mpaka ukaribishwe uketi katika meza. So God said to me, Mungu akaniambia, Francis, I'm killing the Lazarus church. Ninaua kanisa la Lazaro. And I'm raising the Davidic church. Ninauinua kanisa la Daudi. He said, I'm killing the Lazarus church. Ninaua kanisa la Lazaro. In Kenya. Hapa Kenya. In Zambia. In Africa. In Nigeria. In America. I am killing the Lazarus church. Because I'm tired of the super wealthy. Literally. Watch this. Angalia. Do you know that when the rich man was in hell, he never argued once with Abraham about the gospel? He was just shocked that Lazarus, a beggar under the table, had the gospel. It took the rich man going to hell huyu mtu kwenda kuzimu mwenye mali to respect Lazarus. Amuheshimu Lazaro. God doesn't want a church Mungu hataki kanisa that's only respected by powerful people when they're in hell. Ambayo inaheshimiwa na watu wenye nguvu wakienda kuzimu. And they say, I should have listened to that young pastor. Ningesikiza I should have listened. Ningesikiza pastor. But, you know, but God, lakini Mungu, I know I should have listened. Najua ningesikiza. But Lord, he was so poor every time begging. Ujamaa alikuwa ananuka shida. I'm about to close. I'm about to pray for you. Niko karibu kukuombea. Because we're about to pray. Niko karibu kuomba. Because guess what? He said, go and tell my people. Enda ukawaambia watu wangu. That when you speak today, ukinena leo, the invitation of David, mwaliko wa Daudi, is going to be released over my people. Unaenda kuachiliwa juu ya watu wangu. Apostle, what was the invitation of David? Mwito wa Daudi ulikuwa upi? Mama walikuwa wa Daudi. David one day wakes up. Daudi siku moja anaamka. And says, anasema to his intelligence, kupitia ujasusi wake, can you research our country? Ebu tafuta katika taifa letu. I need intelligence, intel, nahitaji ujasusi on anyone kwa kila moja who may have knowledge, ambaye anaweza kuwa na ujuzi, just in case, ikiwa tu, just in case, ikiwa tu kuna, there is somebody from the bloodline, kuna mtu katika nyumba of the kings of old, ya nyumba ya mfalme, who is still in living, ambaye anaishi under the table, chini ya meza. He says, anasema, come on somebody, Zeba, I am anointing you na kupaka to find unitafutie royalty mfalme living under the table. Anaishi chini ya meza. The anointing of Zeba is upon me. Ufalme wa Zeba I uko said juu the yangu. anointing of Zeba is upon me. Upako wa Zeba right juu yangu. I've been sent nimetumwa by the Lord na Bwana to find royalty, nitafute mtu wa kifalme, royal blood, mtu wa kifalme that has been living under the table. ambaye anaishi chini ya meza. Because the King of Kings, kwa mfalme wa falme, the King of Kings, mfalme wa falme is about to relocate you. Anataka kukuhamisha. Is about to relocate you. Anataka kukuhamisha. Listen. Sikiza. Listen. Sikiza. I went to Gabon, a preacher. Nikaenda Gabon kuhubiri. On my way out of the Gabon, nikitoka kule Gabon, the day I was leaving, ile siku nilikuwa naondoka, I get a message. Nikapata ujumbe, the president wants to see you. Rais anataka kukuona. I said, why? Nikauliza kwa nini? Because he saw your message. Aliona ujumbe wako last night.
Wakati ule mwingine. When you led the whole country, you led the ministries on television and other things. When you led the country on Speak to the Earth. Uliongoza taifa kunenea ardhi. He was watching it. Alikuwa anatazama. I said, "Oh man, I'm sorry." Nikasema pole. Can I meet him next time? Naweza kutana naye nikija wakati mwingine. They said, "Okay." Akasema ni sawa. And before I left, kabla niondoke, they said, you might meet him here. Akasema unaweza kutana naye hapa. Or he may want you to meet you in New York. He's coming to Washington DC. Would you come and meet him there? Anakuja Washington. Unaweza kaja ukutane na yeye. And I said, Lord, nikasema Bwana, why does he want to see me? Anataka kuniona kwa nini? He says, because you live on the table. Kwa sababu unaishi kwa meza. Talk to me, somebody. Ongea na mimi. Amen. Amen. Now listen. There is an amazing thing that happens to your mind. Kuna kitu kinafanyika katika fikira zako. Once God transitions you from Lazarus. Mungu akikutoa kutoka Lazaro. And then takes you through the decontamination factory. Anakupitia mahali kwa kutengenezwa. Because Lazarus is a virus. Lazaro ni ugonjwa, ni virusi. Talk to me, somebody. Ongea na mimi. Talk to me. Ongea na mimi. Are you with me, somebody? Uko na mimi? The old me. Wakale mimi. The old me. Wakale mimi. When I was Lazarus. Wakati nilikuwa Lazaro. If I got a message like that. Kama ningepata ujumbe kama huo. I would have said, Apostle Julius. Ningesema mtume Julius. You know, the Spirit of God. Roho wa Mungu. I said, I can do it. Naweza ifanya. He says, oh, we wanted to see you. I said, no, I can do it. Naweza ifanya. Because I promised a friend of mine I need to be in Kenya. Kwa sababu niliahidi rafiki yangu lazima niwe Kenya. But where else can we meet? Lakini tukutane wapi kwingine? But he was gracious because he knew he was gracious. Alikuwa ananihurumia. So now they are working on where we're going to meet. Sasa wanapanga mimi na rais tutakutana wapi? God says, Mungu anasema, my people, watu wangu about wanafungwa to become comfortable. Watu wangu wataenda kustareheka juu ya meza. So they found Zeba. Zeba. Where is he? Ako wapi? Is there not anyone hakuna mtu from the house of Saul kwa nyumba ya Sauli who's still alive ambaye yuko hai that I can show him the kindness of God? Nikamuonyeshe huruma za Mungu. Everybody say the kindness of God. Huruma za Mungu. Turn to your neighbor and say, neighbor, ambia jirani yako, living on the table kuishi kwa meza is the kindness of God. Ni huruma za Mungu. As we are about to pray, Tuko karibu kuomba. Can you give me 5 more minutes to wrap this up? Naweza pata dakika 5 nimalize haya. Because I want to pray for you. Nataka nikuombe. Shakataramondoro. Ramayanda raboboyanda. And Zeba said, Ziba akasema, there is only one candidate who qualifies. Kuna mtu mmoja tu ambaye under the description of royal blood. Kupitia mambo kwamba anabeba damu ya kifalme. But he's wounded. Lakini ameumizwa. Because Lazarus is always wounded. Kwa sababu Lazaro ni mtu aliyeumia. He's wounded. Amevunjika moyo huyu. He's wounded. Amevunjwa. And Mr. King, to tell you the truth, wacha nikwambie ukweli, his wound vidonda vyake has messed up with his mind. Zimeharibu fikra zake. He now has the mind of the wound. Ana fikra za kuumizwa. I think this man huyu mtu lost the mind of a king a long time ago. Alipoteza fikra za kifalme kitambo. He sees himself as a victim. Anajiona kama mwadhiriwa. But David says, Zeba, lakini Daudi anamuona Ziba, bring him to me. Anasema nilete yeye. Because it takes a king to restore a king. Inachukua mfalme kurejesha mfalme. Don't worry about his wound. Wacha kuangalia. Don't worry that Lazarus is wounded. Wacha kuangalia vidonda vya Lazaro. Don't worry that Lazarus is wounded. Wacha kuangalia Lazaro ameumia. When I bring him on the table, leta yeye mezani. I'm going to heal his wounds. Akapata maneno yake. I'm going to change his mind. Nitabadilisha fikra zake. Talk to me, somebody. Niongeleshe. I'll give him a real economy nitaleta fedha of the table. Katika meza. And he came. Akaja. Ziba came.
Zeba akaja terrified, akiwa because as I close, ninapofunga, there is nothing more scary hakuna cha kuogofya to a Lazarus. kwa Lazaro. Lazaro can chase demons all day long, anaweza fukuza mapepo mchana kutwa, because demons don't scare the Lazarus church. Mapepo hayaogopi kanisa la Lazaro. You know what scares the Lazarus church? Unajua inaogopesha kanisa la Lazaro? The greatness of the high table. Ukuu wa meza kubwa. Under the table, chini ya meza, we bind witchcraft. Tunavunga we bind the devil. You witch, you are going under. Uchawi unashuka. Warfare under the table. Chini ya meza. Witches, you coming under. Wewe unakuja chini. Unashuka chini na uko chini. Because the Lazarus church is a praying church. Kanisa la Lazaro ni kanisa linaomba. Are you with me? Uko na mimi? And by the way, wacha nikwambie, let's be honest. Nikwambie ukweli. The only witchcraft, uchawi peke yake, the only witchcraft, uchawi peke yake, the Lazarus church fights, kanisa ya Lazaro napigana nayo, is the witches that are under the table. Ni wachawi walio chini ya meza. The real witches, wachawi wa the real witches, wachawi wa kweli, the big ones, the big ones, wale wakubwa, they are on the table, wako juu ya meza. And when Lazarus Lazaro meets the real witches, anaongea juu ya wachawi, he does not rebuke them. Hapa hakemei hao. He says, Bwana, Bwana. Anasema igwe. And the witches say, hey, how are you? Wachawi wanamuuliza ukoje? And the witches turn in their pocket. Wachawi wanaikiza mikono kwa mfuko. Here's 1,000 shillings. Kuraga hako ka elfu. And Lazarus prays in tongues. Lazaro anaongea kwa ndimi. I'm praying for you. I'm praying for you. I'm praying for you. I'm praying for you. So, let's not even deceive ourselves. Hata usijidanganye. When you are Lazarus, ukiwa Lazaro, the only witches you are a threat to, wale wachawi unatisha, are the witches on the under the table. Ni wachawi walio chini ya meza jamii. Because even in witchcraft, hata ule uchawi, there are levels. Hata uchawi una viwango. And Zeba came wounded. Ameumizwa. And David, na Daudi, when David sees Zeba, wakati Daudi anamuona Zeba, you would have thought it was a second coming. When David saw Zeba, Daudi alipoona Zeba, you would have thought ungefikiri it was the second coming of Jesus Christ. Ni kuja kwa pili kwa Yesu. Why? Kwa nini? Because when you are coming on the table, ukikuja mezani, God doesn't look at your woundedness. Mungu haangalii kumizwa kwako. He looks at the opportunity. Anaangalia fursa. He gets so David says, Zeba. Daudi anasema Zeba. Mephibosheth. Do you know who your father was to me? Unajua baba yako alikuwa nani kwangu? My best friend. Rafiki yangu. How have you been? Umekuwa wapi? To Lazarus. Kwa Lazaro. To Mephibosheth. Kwa Mephibosheth. He's not used to people on the table hajazoea kwa watu mezani talking to him as an equal. Wakimuongelesha kama mmoja wao. And so he says, Master, asema Bwana, please don't worry about me. Usiogope kunihusu. I'm already a dead dog. Mimi ni mbwa aliyekufa. David ignores him twice. Daudi anamwambia mara mbili. And each time he ignored him, wakati alimwambia, he revealed his ultimate intention. Akaonyeshana alichotaka. Mephibosheth, we are breaking history. Tunavunja historia. How? Vipi? Because you're going to be the first cripple utakuwa mtu wa kwanza kiwete to sit forever kukaa milele on the king's table. Katika meza ya mfalme. What I eat, kile nakula, you will eat. Utakula. So when you come on the table, ukija kwa meza, what Jesus eats, kile Yesu anakula on the table, kwa meza, you eat what he eats. Utakula pia. Somebody shout glory. Say glory. Come on, pray in tongues right now. Begin to pray. Begin to pray. Tell God, I refuse to live under the table. Pray right now. Pray. Tell God, the devil is a liar. I refuse to live under the table. I may be wounded, but I shall be healed. I may be poor right now,
But if I believe it is my destiny to live on the table. Pray, Baba zinda rabo. Omba kabisa. Come on, pray. Something supernatural is happening. Something supernatural is happening. Hallelujah. Omba 60 more seconds. 60 more seconds of intense prayer. 60 seconds more. Come on, of intense prayer. I know what God's about to do in this place. 60 seconds for you to burst in tongues like never before. Rakataraba. Yakatarabakate. Yekerebekate. We are coming from under the table. Lord, we are coming from under the table. Wapindimi zako, wapi maombi, si uombe, lilia Bwana, ukae kwa meza, pray. Apostle, something is shifting in the country. Kitu kinahama hapa katika taifa. God is doing it here because you are a gatekeeper. You are one of the gatekeepers of Kenya. Mungu amekuweka hapa kama moja walinda lango. Now I want all of us. Nataka kila mtu. Let's hold hands. Weka mikono yako juu. We need to stand up against a principality. Lazima tusimame juu ya maroho na falme. Friends, listen to me. Skiza. You have no idea. Wewe haujui kabisa. The beauty. Urembo na uzuri. And the reality. Na hata ukweli. Of having the righteous rule. Ya kukua na watakatifu wa kitawala. The bent. The soulish bent. Mahali of the age, the soulish bent mahali kuna mpindo of the age of men
ya maisha ya watu is moving to evil continually. That's the bend. Huo mpindo unaelekea kwa uovu. So when the pendulum of government or history changes even a little bit for the righteous to rule, hata ikipita kidogo wenye haki waingie kutawala, we cannot take those kairos moments for granted. Hatuwezi chukua ile wakati wa Mungu akitembea madharau hivyo tu. Whether you like it or not, upende usipende, whether you appreciate it or not, kama unaitaka ama utaki, you have a born again president in the wewe una rais katika taifa la Kenya ambaye ameokoka. You have a born again first lady right now. Una binti wa kwanza ambaye ameokoka. I know they have come under heavy assault from the world. Najua ulimwengu umejaribu kuwapiga. But by Jesus, don't let the assault comes from you. Lakini tafadhali kama kanisa msiache wapigwe na nyinyi. Because Satan, kwa sababu shetani hates anybody. Anachukia yeyote. Hates anybody. Anachukia yeyote. He hates anybody. Anachukia yeyote who is the believer. Ambaye ni muumini. On the table. Akiwa kwa meza. Who has the mind to make more rooms on the table. Ambaye angetaka kutengeneza nafasi zaidi juu ya meza. Because I am now convinced. Kwa sababu na uhakika. I used to think. Nilikuwa nafikiri. The devil, I know he hates the church. Najua shetani anachukia kanisa ndio. But not to the degree where he wants it out of society. Lakini si vile angependa aiondoe katikati ya watu. Satan really doesn't mind the church. Shetani haogopi kanisa in society likiwa katikati ya watu. If the church is behaving under the table. Kama kanisa iko chini ya meza, hana shida nayo. If the church is behaving under the table. Kanisa ikiwa huko rungu ya meza, shetani ana shida nayo. He has no problems. Hana shida. He will let you have change. Atakuacha uendelee. Controlled change. Wewe uendelee tu under the table. Chini ya meza. But Abraham, lakini Abraham, Isaac, Isaka, Jacob, Yakobo, Joseph, Yusufu, Daniel, even Moses, hata Musa, none of these changed history. Hakuna walibadilisha historia by living under the table. Kuishi chini ya meza. By living under the table. Hawakubadilisha wakiishi chini ya meza. One of the reason sababu moja why the Lord in his divine providence Mungu katika mpangilio wake allowed Moses' zeal to get the best of him. Alikubali Musa hasira yake mpenye so he could kill an Egyptian. Ili amuue Mumisri. Is that even though Moses was feeling the stirrings of being a national deliverer for his people. Hata kama alikuwa anasikia anafinyika anataka kuokoa watu wake. At the same time, wakati ule he loved the luxuries of living under the table. Alipenda ile starehe inaletwa na kuishi chini ya meza. And so God allowed him basi Mungu akamkubalia to do what he did. Afanye alichofanya. And then expose the story. Alafu akaachilia hadithi. So Moses could break away permanently ili Musa aondoke milele kwa Pharaoh. So Apostle Francina, ili mtume Francina, so when he returns, aliporejea, he's not coming back as Lazarus. Hakukuja kama Lazaro. When he comes and says, let my people go, I am not Lazarus. Alikuja akisema wacha watu wangu waende. Hakukuja akiongea kama Lazaro. I may look the same. Ninaweza kuwa na ile sura ndio. I may have the marks of where I was wounded. Labda naweza kuwa niko na ishara ya when you controlled me under the table. Wakati ulinifinya chini ya meza. But let me tell you something. Lakini wacha nikwambie sasa. By his stripes I've just been healed. Kwa mapigo yake nimepona. This time around, wakati huu, Pharaoh, don't you make the mistake. Usijaribu. Don't even try to use my history. Usijaribu kutumia historia yangu with your daughter for leverage. Na binti yako hapa. Because you lack leverage. Kwa sababu wewe hauna hiyo starehe. The history with your daughter. Historia na mtoto wako. That was Lazarus. Ambaye alikuwa Lazaro. This man has been on the backside of the desert. Sasa mimi nimekuwa jangwani. I've looked the incarnate God face to face. Mimi nimeangaliana na Mungu aishie uso kwa uso. And I'm not coming to beg you. Na sitakuja kukuomba. And so every time Moses spoke to Pharaoh, wakati wote Musa aliongelesha Farao, they spoke like two heads of state. Waliongea kama viongozi wawili wa mataifa. Musa even used Musa alitumia the language of the table. Lugha ya meza.
Let them go. Wacha waende. He never said please. Hakusema tafadhali. People on the table don't say please. Watu katika meza wasemi tafadhali. Let my people go. Wacha waende na si tafadhali. Because if you don't, kwa sababu kama hautafanya, by tomorrow, kesho, ABC kila kitu will happen in your economy. Kitafanyika. And when you are tired tumechoka of my power demonstration, na mimi kukuonyesha you ishara are the zingine, one coming back to me. Wewe ndio unanirejea for further negotiation. Ili tukaweze kuongea. Musa did not deliver Egypt. Did Hakukomboa. not deliver the children of Israel. Hakukomboa na Israeli from under the table. Akiwa chini ya meza. A new church is rising in Kenya tonight. Kanisa jipya lainuka Kenya. We are thankful. Tunashukuru that even though we are Lazarus church, ingawaje sisi ni kanisa la Lazaro, we came to love him. Tulikuja kumpenda. We came to know him. Tulikuja tukajua Yesu. One thing that's true. Kile cha ukweli ni hiki. Even when you are Lazarus church, hata kama ni kanisa la Lazaro, when he meets you under the table, akikuta chini ya meza, out of his mercy, kwa rehema zake, the encounters are real. Anakuletea mambo yanayoonekana ya miujiza. But the more he encounters you under the table, lakini anapokutana nawe mara nyingi chini ya meza, the more you begin to realize, unaanza kutambua something is wrong. Kuna shida with this picture. Na hii picha. Why is it limited? Mbona? And he'll tell you it's because anakuambia mbona umepungukiwa? every time I have to use you, lazima nikutumie, because I as your God, mimi kama Mungu wako, sit on the table always. Ninakaa juu ya meza. Every time I have to speak to Lazarus church, lazima nikiongelesha kanisa la Lazaro, I have to push the table. Lazima nisukume meza, niiname. Then give you a prophecy under the table. But because I am king, I have to go back to the table. Because that's my normal position. But if you can come from under the table and sit with me as members of the high table, what we can do together will shock the world. So I'm going to lead you in a prayer. And then the prayer is going to end with us praying for Kenya. And praying for our head of state, the government of Kenya. Let's pray. Right now, pray this prayer and say, Heavenly Father, I'm standing knowing that the prophecy has hit me right between the eyes. Heavenly Father, I receive today the sure word of prophecy. In the name of Jesus. Heavenly Father, from today, give me a nausea, a supernatural nausea for living under the table. Heavenly Father, that's not my destiny. That is not my destiny. To live and die under the table. Lord Jesus, you paid a high price. To free me from under the table. Heavenly Father, I thank you. That you are more than able. To heal the wounds. Spiritually, mentally, emotionally, that have kept me under the table. Heavenly Father, release your dunamis power. Heal my broken soul. That refuses to rise and rule. With Christ. In Kenya. And over the affairs of nations. Heavenly Father, I'm asking that what you did for Mephibosheth,
That what you did for Mephibosheth. May the same grace and anointing. May the same grace and anointing. Come upon me. Come upon me. In Jesus' name. In Jesus' name. An anointing for lifting. An anointing for lifting. An anointing for lifting. An anointing for lifting. That takes a man from under the table. That takes a man under the table. To living on the table always. To leave him on the table always. For the glory of God. For the glory of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I declare and declare. I decree and declare. That if I'm not already on the table. That if I'm not already on the table. I am on my way to the table. I'm on my way to the table. Not only will I sit at the table. Not only will I sit on the table. There will even come a time. There will only come a time. When I'll be the chairman on the table. That I will be the chairman on the table. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Heavenly Father. Heavenly Father. As I'm standing next to my brothers and sisters, as I'm standing next to my brother and sisters, I come into agreement with them. I'm come into agreement with them as the ecclesia of God in the earth. Of God in the earth. I agree with my brothers and sisters. I agree with my brothers and sisters that there is no principality. That there is no principality that has been released in Kenya. That has been released in that's Kenya. Going to force the church in Kenya. That is going to force the church in to Kenya. Go back. To go back. To go back. To go back. To living. To living. Under the table. Under the table. Licking our wounds. Licking our wounds. While Kenya is controlled by men and women. By men and women. From strange altars. From strange altars. That will not be our portion. That will not be our portion. That will not be our Kenya. That will not be our Kenya. I declare. We declare. We declare. A new Kenya. A new Kenya. Is rising. Is rising. Today. Today. Kenya. A new Kenya is rising. Is rising. In Jesus' name. In Jesus' name. Corporately. By the spirit of prophecy. By the spirit of prophecy. Which is the testimony of Jesus. Which is the testimony of we Jesus. Prophesy. We prophesy. We prophesy. We prophesy. We prophesy. We prophesy. Because it is written. Because it is written. In the book of Numbers. In the book of Numbers. By the Lord. By the Lord. That I shall do to you. That I shall do to you. The very thing. The very thing. I hear you say. I hear you say. In my ears. In my ear. Lord. We prophesy. We prophesy. That the church in Kenya. That the church in Kenya. In every industry. In every industry. Shall begin to rise. Shall begin to rise. From under the table. From under the table. To being on the table. To being on the table. To running the table. To running the table. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The anointing. The anointing of David. Of David. That came upon Mephibosheth. That came upon Mephibosheth. Is coming upon the church in Kenya. Coming upon the church in Kenya. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. We are rising up. We are rising up. We won't be crippled anymore. We will not be crippled anymore. Financially. Mentally. Socially. Academically. We will not be crippled anymore. We will not be crippled anymore. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We shall eat. We shall eat. From the table of this nation. From the table of this nation. Always. In Jesus' name. In Jesus' name. We shall be involved. We shall be involved. In directing the future of this great country. The future of this great country. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We bind. Every principality. Every physicality. Every demonic entity. That has been sent. With an assignment. To push us backwards. We say devil. We say devil. Move over. We are coming across the line. Move over. We are coming across the line. As a triumphant. Christ loving. Holy Ghost power. Church in Kenya. Give God a shout. Yeah. Give God a shout. If you believe it, give God a shout. Kama unaamini wapisha. Shangwe. Do you know? There's one more thing I've got to do, but do you know the song? There is power to break every chain. Let's sing that because let me tell you, as we sing this song, the Lord says, everything that's shackling you to the table is breaking off. Everything that shackled you, I shackled you to the table, shackled you under the table.
is coming off. Kinatoka. As we sing, tunapoimba, break every chain. There is power in the name of Jesus. Kuna nguvu kwa jina la Yesu. There is power in the name of Jesus. Kuna nguvu kwa jina la Yesu. Kurabakata. Rebazenda. Irabakataraba. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Come on, sing it. To break every chain, 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 break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. Chain, break every 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 chain. There's an army rising right here in Kenya. There's an army rising There's an to break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. Come on, give the Lord a clap offering. A real big one. Come on. Come on, come on. We are talking about Jesus. Give the Lord Jesus a mighty praise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wow. Now listen. I want to raise an offering for the ministry. But I want to tell you something.
When my life began to change, wakati maisha yangu yalianza kubadilika, please take your seat for a few seconds. Unaweza ukachukua kiketi chako kwa muda. Because you'll be standing up when you come to give to the Lord. Ukikuja kumtolea Bwana utakuwa umesimama. You know, some people tell me that, why do you tell yourself, but people hear me, my God, why do you tell yourself so much in your teachings? Mbona kwa mafunzo yako unatoa ushuhuda wako sana? Because I don't preach much trust what I've never experienced. Kwa sababu mimi sihubiri kile ambacho sijakutana nacho. And I don't like to lie to people like things have always been rosy for me. Na sijapenda kuwadanganya watu kwa maisha yangu kila kitu imekuwa nzuri. Because the real grace of God is revealed in revealing where you're coming from, you know. Kwa sababu neema mzuri ya Bwana inakuonyesha pia na mahali umetoka. I can teach you about life under the table. Naweza kufunza juu ya maisha chini ya meza. Ministry under the table. Huduma chini ya meza. I lived there for quite a long time. Nimeishi pale muda wa kutosha. Until the Lord began to help me. Mpaka Mungu akaanza kunisaidia. We can only come from under the table by the help of God. Tutatoka chini ya meza kwa msaada wa Mungu. And today God has begun to help you. Na leo Mungu ameweza kukusaidia. I'm telling you. Nakwambia, some of you by next year this time you know that a prophet was in your midst. Wengine wakati huu mwakani utajua nabii amekuwa kati yenu. Because you will not recognize how fast you rise. Hautatambua utakavyopanda kwa haraka. Because you see, when what was shackling you to the table is broken, kile kilikufunga nyororo chini ya meza kikivunjwa, you find that your rising is easier than you thought. Unapata kupanda kwako ni rahisi kuliko ulivyofikiri. So as God began to raise me, Mungu alipoanza kuniinua and began to bring me on the table, akaanza kunileta mezani, my audience began to change. Watu wanaonisikiza wakaanza kubadilika. I live in America. Hata mnaishi Marekani. But this happens globally now. Hii inafanyika kila mahali mataifa yote. And I found out something very interesting. Nikakuta kitu cha maana sana. That there are two levels of giving. Kuna viwango viwili vya kutoa. Giving from under the table. Kutoa sadaka ya chini ya meza. And the giving that happens from the table. Na sadaka inayotolewa juu ya meza. Now they are important. God will bless both. Mungu atawabariki wote, ndiyo, ni sawa. But the mindset is very different. Lakini yale mawazo ni tofauti sana. From those who are giving from the table. Kwa wale wanaotoa wakiwa juu ya meza. Why am I saying this? Nasema kwa nini? Is because God wants you to begin to move in that direction. Mungu anataka uanze kwenda kwa ile njia. Talk to me somebody. Niongeleshe. One of the reasons why we have meetings that are this powerful, this excellent. Sababu moja tuko na mikutano iliyojaa nguvu hivi. And then the man of God can't really get everything paid off. Na mtumishi wa Mungu anaweza kalipa kila kitu. Is because of the offerings the church is giving is from under the table. Ni kwa sababu sadaka inayotolewa itolewi kutoka chini ya meza. Well, if we give somebody 1,000 shillings, ya kwamba tukipia mtu 1,000, we think they owe us 100 days of prayer. Tunafikiria hapo anafaa kutuombea siku 1,000. And I'm not saying people shouldn't pray for you when you give. Mimi sema mtu asikuombea ukitoa. But it's a different mindset. Lakini mawazo ni tofauti. So when the Lord began to bring me, Mungu alipoanza kunileta, and began to bring me, akaanza kunileta to this lifestyle of living on the table. Kwa maisha ya kuishi mezani, I've been shocked. Nimeshangaa. I've been shocked. Nimeshangaa. How things are funded at the table. Ya vile vitu hutolewa pesa mezani. Talk to me somebody. Niosikize. It's faster. Ni haraka. I could not do what I'm doing now in Africa. Singeweza kufanya kile nafanya Afrika sasa. If I did not have donors who live on the table. Kama singekuwa na watu wanaotoa maishani mwangu wanaokaa juu ya meza. Some of the things we are doing in Africa are very expensive. Mambo mengine tunafanya Afrika ni ya gharama kubwa. But God has changed who gives into my ministry. Lakini Mungu amebadilisha ni nani hutoa ndani ya huduma yangu. But he also changed me. Lakini pia alinibadilisha. I now give like a man who lives at the table. Lakini pia mimi natoa kama mtu anaishi mezani. So much so my wife and I don't give below a particular amount even when we don't have the money because we just want to honor the fact that we are on the table now. Sasa sisi na mke wangu hatutoi chini ya kiwango fulani cha pesa, lazima tujiheshimu ya kwamba tuko kwa meza tunatoa kiwango chetu. Talk to me somebody. Nisikize. You know, on the table, mezani, under the table, chini ya meza, most people give watu wengi wanatoa because they hope, kwa sababu because they connect their offering to their survival. Wanatoa sadaka hiyo wasaidie, okay, sitasema kuwazo, yani kuendelea tu kuishi tu hivyo. And that's important. Ni ya maana, you know, God who blesses it. Mungu anabariki watu wote. He'll give you.
Okay, He'll bless you. He'll meet your needs. He'll do all of that. Atafanya yale yote. But the thing about kings, lakini kuhusu wafalme, kings don't live from survival. Wafalme hawaishi tu hivi siku moja mpaka nyingine. They live from legacy. Wanaishi katika wanaacha nini duniani. And legacy giving, na kutoa kulingana kunataka kuacha kitu kubwa duniani, is where the people on the table are. Na ni mahali watu walipo. So when God, when God began to do that with me, Mungu alipoanza kunifanyia yale, He changed me. Nikabadilika. The first time, mara ya kwanza, He told me give $10,000. Akaniambia toa $10,000. I almost collapsed. What? Karibu ni Israeli. He said, you've been crying to be on the table. You're on the table now. Give like you're on the table. Peana pesa ni kama uko kwa meza. He said, what? I said, but Lord, He said, give like you're on the table. Mungu anasema toa ni kama uko kwa meza. Because you know what I found about God? He will train you how to live on the table. Atakufunza jinsi ya kuishi kwa meza. And when you allow Him to stretch you, na ukikubali ya kuvute, living on the table, kuishi kwa meza, the numbers on the table, na watu vitu vilivyo kwa meza, become normal to you. Hiyo nambari inakuwa ya kawaida kwako. Man, it was difficult the first time I did it. Ilikuwa ngumu wakati nilianza. And since then, lakini kutoka wakati ule, I've done it again and again, a lot of times. Nimeifanya tena mara nyingi. And then I began to meet people on the table. Alafu nikaanza kukutana na watu wanaoketi mezani. When I saw on the video they showed a picture of me with Pastor Ben Hinn. Kuna wakati wameshana picha yangu nikiwa na mtumishi wa Mungu Ben Hinn. Well, let me tell you an interesting story about that story. Na ni historia kubwa ile. When the Lord asked me to host Pastor Ben Hinn and Bishop Tudo Bismarck in Atlanta, where I'm based. Wakati Mungu aliniambia niite Askofu Tudo Bismarck pamoja na mtumishi wa Mungu Pastor Ben Hinn mahali na ubiri. The Lord told me Mungu akaniambia that the conference is going to cost you $300,000. Mungu akaniambia itanigharimu dola. I said, what? At that time, you must understand, at that time, ile wakati, my biggest conference in America was $50,000, and I thought, this is a big conference. Ile washakubwa nilioifanya kule ilikuwa ya watu dola 3,000 na ilikuwa kubwa. And then God comes to me Mungu anakuja kwangu and tells me, ananiambia, I don't want to host Ben Hinn. Nikiita Ben Hinn. I know him, but I was not thinking about him. Nilikuwa namjua lakini sikuwa. But the Lord came to me Mungu akaja kwangu and said, I want you to invite Ben Hinn and I want you to invite Tudo Bismarck. Just like that. Umuite Askofu Tudo Bismarck. And then He told me to go downtown Atlanta. Akaniambia niende Atlanta. He said, I want to take this hotel, which was a 5-star hotel. Uchukue hii hoteli ya nyota 5. I asked my mother, I can meet in a church. I said, no, I don't want this meeting to be in a church. Akasema sitaki mkutano ufanywe kanisani. I want to do something. Nataka kufanya kitu. And then when He gave me the instruction, wakati alinipa yale maagizo, He told me, kaniambia, He says, it's going to cost you $300,000. Akaniambia itakugharimu dola 1,300. I'm like, okay. Akasema sawa. But then he said to me, but don't worry. Akasema usiogope. Somebody is going to walk up and just give it to you. Mtu atakupa ile hela. Now watch this. Sikia hii. Before He gave me this instruction, kabla anipe yale maagizo, a month before this happened, kabla hiyo ifanyike, I was invited to preach in Nashville, Tennessee. Nikaitwa nikahubiri kule Tennessee, Nashville. Then so I got booked to go to Tennessee for a particular church. Kwa kanisa fulani. And then kisha my wife, I come in the house and my wife is talking to another woman on the phone. I don't know, to another woman on the phone, but and they say, oh yeah, we're going to be in Nashville. Mke wangu nikakuta naongea na mama mwingine kwa simu anamwambia atakuwa kule Nashville. You know what? I'm going to ask, I said, you know what? I'll take you up on your invitation. Nitakupeleka. I think my husband and I can come 3 days before our speaking engagement and stay in your house. Tunaweza kuja tukae kwa nyumba yako siku 3 pamoja na mume wangu. Man, I got upset. I was so angry with my wife. Mimi nikakasirishwa na mke wangu. Because I've reached a point whereby I don't like to live in other people's homes. Mimi sipendi kuishi kwa nyumba za watu. Unless I really know you. Labda nikuwe na kujua sana. When I have money to serve for the Lord in my own hotel. Mimi nikiwa na pesa naweza nikajilipia hoteli yangu. I want to be in my own hotel. Niende nijilipia hoteli nimtumikie Bwana. So instinctively, kwa kuhisi tu, I said to my wife, nikasema kindani, oh, you can't do that.
Unaweza fanya hivyo. I'm really upset. Mimi nimekasirika. Why did you tell her that? Mbona umemwambia hivyo? I don't like it. Mimi sipendi. I'm pouting. I don't know these people. Mimi sipendi watu hivyo. And the Holy Spirit said to me, Mungu Roho akaniambia, shut up, I want to bless you. Nyamaza nikubariki. Just like that. Vile tu. Shut up, I want to bless you. Nyamaza nataka kubariki. Man, I shut my mouth so quickly. Nikafunga mdomo wangu. I was rebuking my wife halfway through the rebuke. I became tongues. Mimi nakemea mke wangu katikati natoa ndimi. The Lord said, later that's what he told me. Shut up, I want to bless you. Nyamaza nataka kubariki. I said, okay. Nikasema sawa. We'll stay. Tutakaa. We'll come there. Tutakuja huko. So we went. Tukaenda. And this couple lived in Franklin, Tennessee. Wale walikuwa wanaishi kule. You know Franklin. She knows the zip code. This is where the country music stars of Nashville live. Hao ndio viongozi wa uimbaji wanakaa. This is the zip code of everybody who lives on the table. Kila mtu ambaye anaishi mezani anaishi huko. And these were Christians living on the table. Na hawa ni Wakristo waliokuwa wanaishi kwa meza. Inviting me to their house. Wakinikaribisha kwa nyumba yao. When I got to their house, wakati nilifika kwa nyumba yao, and I saw it, nikaiona, I said, glory to God, Holy Ghost. Nikasema so they took care of me. They pampered us. Wakatutunza vizuri. And then baadaye, the husband says, mwake kasema, Dr. Miles, we've seen you on YouTube a couple of times. Tumekuona katika YouTube kwa muda. I said, yes. Ndio. Listen to me. Nisikize. When God begins to bring you from under the table, Mungu akianza kutoa chini ya meza, He will open the eyes of everybody who lives on the table to begin to see you for the very first time. Anaanza kufanya walio mezani kukuona kwa mara ya kwanza. Why am I saying this? Mbona nasema haya? Because the seed you're about to sow, ile mbegu naenda kupanda, for many of you is going to be a seed of transition. Kwa wengi wenu ni mbegu ya kuhamishwa. Because you are transitioning. Kwa sababu unahamishwa. Into a lifestyle you never thought was possible. Kwa maisha ambayo haukudhani inawezekana. Prosperity in the kingdom without manipulating anybody. Ufanisi katika ufalme bila kuwashikia wengine mashati. But it's fast. Lakini inafanyika. It's exciting. Inafurahisha. So, he says, we want to invite all our friends in the neighborhood. Tunataka karibishe majirani zetu hapa, marafiki. There are many believers. Kuna waumini wengi. I said, you mean there are Christians here? Unamaanisha kuna Wakristo huku? He says, yeah, most of the people here are actually believers. Watu wengi hapa ni waumini. You see, I was used to the believers who live under the table. Mimi nilizoea waumini ambao wanaishi chini ya meza. I'm like so many. Ati wengi. They said, oh yeah, a lot of people here, they love Jesus. Even some of the country music stars, they love the Lord. Akasema hapo wanapenda Yesu, watu wale wanaimba country music wanapenda Yesu. So I said, what do you want me to do? Unataka nifanye nini? We want to invite a select few of our friends, only 25. Tunataka kukaribisha 25 peke yake wa marafiki zetu. For finger foods. Kwa chakula ya vidole. To meet you. Wakutane na wewe. And then, if you don't mind, teaching us for about 45 minutes. Utufuze kwa dakika 45. I said, okay, let's do it. So people begin to come in. Watu wanaanza kuingia. Owners of music companies. Wenye makampuni ya muziki duniani. Venture capitals. Watu ambao wanawekeza vizuri. Come in there, hello brother. Wanakuja, habari ndugu. By the way, I was the only black man in that meeting. Kwa hiyo mkutano mimi peke yangu ndio nilikuwa mtu mweusi. It was very interesting. Ilikuwa yashangaza. And they all gather. Wakakusanyika. Then they start to introduce me. Wakaanza this is what huyu ni nini. This is what they do. Hawa wanafanya haya. Amen. By the way, when you begin to live on the table, ukianza kuishi kwa meza, and you meet people who have been living on the table, na umekuta watu wanaishi kwa meza, when they're introducing you to people on the table, watu walio kwa meza, act like you are used to it. Ebu kani kama umezoea. Even if you are pretending, don't say, oh my God, I have seen you on TV. My God, please forgive me. Oh. Wacha kusema gai. Because the moment you act like that, ukianza kujifanya hivyo,
They will look at each other. Wataangaliana. And they will know. Watajua. He lives under the table. Hapa ni kutupa. Anaishi chini ya meza. This is a shock to him. Hii inamshangaza. So they're saying, yeah, it's like this. Anasema ako hivi. And I'm like, how are you? Ni uko namna gani? So, oh yeah, that's good, thank you. Asante. Yeah. Ndio. Everybody introduce him. Kila mtu akajitanguliza. Then there's a couple. Alafu kulikuwa na wapendwa pale. They say, oh yeah, this couple, these are friends of mine for a long time. Ni wapenda nao, ni marafiki zangu kwa muda mrefu. They are investors in our company. Wamewekeza katika kampuni yetu. Because the people that were hosting me. Kwa sababu watu ambao walikuwa tulikuwa tumeenda kwao. Have a company that sells organic bars to all of Whole Foods in America. Wanauza chakula fulani kule Marekani. See, they say you see these people? Unaona wale watu? They are investors in our company. Ni wawekezaji katika kampuni yetu. But they are dear friends. Lakini marafiki wa karibu. They drove 2.5 hours. They actually came from Atlanta, Georgia. Wametoka Atlanta wakaendesha gari masaa 2.5. Really? Ndio. To come and hear you speak. Waje wasikie ukiongea. And then I spoke to them. Nikawaonenea. Then afterwards we had finger foods. Alafu tukakula chakula ya vidole. So 1 month later. Baadaye. I'm in my conference. Mimi niko katika kongamano langu. And God tells me. Mungu ananiambia. In 4 months, he told me that was 5 months away. He said 5 months from now in October, I want you to bring Benny in and bring this guy because I want you guys to do something big downtown Atlanta. So nataka mfanye kitu kubwa kule Atlanta, kwa hivyo nataka ulete Askofu Tudor Bismarck na Benny Hinn tufanye kitu kubwa kule. But it's going to cost you $300,000. Lakini itakugharimu $1,300. I wanted to faint. Mimi nilitaka kuzirai. Because when you live under the table, ukikaa chini ya meza, any number God gives you, ile nambari Mungu anakupa, you start breaking down to hours. Unaanza kuivunja na masaa. How many hours am I going to have to work to make up that? Mimi nitafanya kazi. Who am I going to call? Who am I going to talk to? Nitaongea na nani? It was he spoke to me the day into our last day of the conference. Aliniongelesha siku ya mwisho ya kongamano. He said, akasema, don't do anything. Usifanye lolote. Just mention the amount. Wewe taja tu hela and the vision. Na maono. So the following morning, I told people, nikamwambia watu. I said, people, watu, I'm not raising an offering. Mimi siinui sadaka. So don't go crazy on me. Kwa hivyo tafadhali usiende kichaa. Because I knew half of my I knew my crowd was, many of them were still living under the table, but moving to the table. Wanaikaa chini ya meza. I know my crowd. Ninajua wale tunahubiri. So please don't get upset. Tafadhali msikasirike. I know you've been given sacrificially. Nimejua mmekuwa mkitoa kwa kujitoa mhanga. But the Lord wants to do something special downtown Atlanta. I don't know why. Ningetaka kufanya Atlanta. This is what he wants to do. Anataka kufanya haya. And this is the vision he gave me. Haya ndio maono amenipa. It's going to be during Halloween. Itakuwa kubwa wakati ule wale Wahindi wana sikukuu yao. He wants us to have Holy Communion on Halloween. Anataka tuwe na meza ya Bwana wakati huo. With Pastor Benny and Tudor Bismarck leading us in communion. Na pia mchungaji Benny Hinn na Askofu Tudor Bismarck watakuwa pale. But he told me the whole operation will cost us $300,000. Akaniambia ule mkutano utagharimu $1,300. Amen. Amen. And I moved on. Nikaendelea. So the conference ended on Saturday. Tukaendelea siku ya Jumamosi tukamaliza mkutano. On Sunday, siku ya Jumapili, I get a text. I get a text. Ninaandikiwa barua from one of the people in that room in Franklin. Kwa wale watu ambao tulikuwa nao Franklin kule kwa nyumba. The people that drove from Atlanta, wale waliendesha gari kutoka Atlanta, happened to pass through my service just at the exact time I was giving the vision. Walipitia tu kwa ibada wakati natoa maono. Kwa hiyo tu. They don't attend my conferences as much, but this one, they were nearby, they were going somewhere. Then they saw on my website, I was having a conference, and apostle, they came for only 2 sessions in the morning and they left. Walikuja tu kwa mikutano miwili hiyo siku asubuhi na wakaenda. But the following day on Sunday, lakini siku ya Jumapili, conference is over. Mkutano umeisha. I'm like, oh God, what are we going to do now? Tufanye nini? And then I get a text. Napata ujumbe. Because when we were in that Bible study a month before, tukiomba mwezi jana, they got my number. Walichukua nambari yangu ya simu. And they send a text. Wakatuma ujumbe. Hey, Dr. Miles. Dr. Miles ukoje? We were tulikuwa at your meeting katika mkutano wako yesterday. Jana. And we went and prayed about it. Tukaenda tukaomba. We believe. Tunaamini. We are the ones. Sisi ndio wale. God wants. Mungu anataka to give you the money. Tukupe hiyo hela. He said we.
Said we have a check. Akasema tumeandika cheki for $300,000. ya $1,300. When can you come and pick it up? Utakuja kuichukua lini? We just want to have a legacy in what you're going to be doing. Tunataka tutambulike kwa kile unafanya. Why am I saying this? Mbona nasema haya? Because I want to do a legacy offering. Nataka nitoe sadaka ya kutambulisha for this conference. Kwa sababu ya kongamano hili. I'm not going to tell you what to give. Nataka nikwambie utoe nini. But I want you to give an offering that says to God, nataka utoe sadaka inaambia Mungu, I want to have a legacy in what God is doing in the ministry here. Nataka nijulikane na niwekeze kwa kile Mungu anafanya kwa mkutano. It's going to be a legacy offering. Itakuwa ni sadaka ya kujulikana. But guess what? When you give legacy offerings, unapotoa sadaka ya kujulikana, God will build you a legacy. Mungu atafanya ujulikane. He will build you a legacy. Atakujengea jina. He will build, legacy is anything that goes beyond what you need. Jina lako linaenda zaidi ya unahitaji nini. Legacy is what is going to remain when you're no longer here. Jina linabaki baada umeenda. Talk to me somebody. Niongeleshe. That's what legacy is. Hiyo ndio God builds it for you. He opens up. Mungu anafungua a supernatural economy kule uchumi wa that you can live from that place of legacy. Ambao unaweza ishi kwa kile uliwekeza. So what I'm going to do is, kila utakachofanya ni hiki. Amen. Amina. If you want to give a special, generous legacy offering, kama ungetaka kutoa hiyo sadaka speciali, what it is between you and the Lord. Hiyo ni katikati yako na Mungu. But I know what I'm giving. Najua kile natoa. You can just come and collect the offering from my hands. Unaweza kuja uchukue bahasha kutoka kwa mkono wangu. And write on the envelope legacy offering. Na uandike kwa bahasha hiyo ni sadaka nijulikane. Legacy offering. Ni sadaka nijulikane milele. Recently, talk to me somebody. Nisikize. Donald Trump was in California for a fundraiser. Alikuwa California kuchukua pesa. The room can only hold 1,000 people. Ile chumba kilikuwa cha watu 1,000 peke yake. The ticket to get into the fundraiser kuingia pale was $100,000. Ilikuwa $100,000. And they had over 2,000 people who couldn't get in. Na kuna watu 200,000 ambao Can you imagine, my sister? Fikiria hiyo. Begging to get in. Wanaomba waingie ndani. Begging to give $100,000. Wanaomba waende watoe $100,000. And I said, God, what is this? Nauliza Mungu, hii ni nini? He says the world understands legacy offering. Akasema they want to have a legacy in the future of America. Wanataka wawe na urithi katika maisha usoni ya Marekani. But when you give from under the table, lakini ukitoa kutoka chini ya meza, even when you give 20 shilling, hata ukitoa shilingi 20, if the pastor doesn't greet you tomorrow, kama pastor akusalimii kesho, you leave the church. Unaacha kanisa. I just gave my last 20 shilling. Mimi nilipea shilingi and I came to church. Na nikakuja kanisa. Apostle Judas, can you believe him? Mchungaji, he didn't even say hello. Hata hakunisalimia. My friend, ndugu yangu, I now understand what the realm of legacy giving. Ninaelewa jinsi because I'm in it. Lazima niko ndani na toa. I'm in it. Sadaka urithi. Are you catching what I'm saying? Unaelewa? Amen. Amina. I'm being invited to fundraisers now. Ninakaribishwa katika mahali watu wanatoa vizuri. Not in Africa. Sio Afrika. In America. Marekani. Because people know when Francis Mouse comes, watu wanajua Francis Miles akija, he's going to give a lot of money. Atatoa hela nyingi. Why? Kwa nini? Because God said to me, Mungu alisema, the day you stop acting like you are on the table, ile siku utaanza kukaa kama uko juu ya meza, is the day you begin to limit yourself. Unaanza kujipuuza. And soon enough, na baadaye, your natural tendency vile unavyoishi is to go back under the table. Utarejea chini ya meza. This is a seed of transition. Hii ni mbegu ya uhamisho. This is a seed of transition. Hii ni mbegu ya uhamisho. God, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. This is legacy offering. Hii ni sadaka ya I'm urithi. collecting a legacy offering. Nachukua sadaka ya urithi. This offering, hii sadaka, I declare, natangaza, is going to be big enough itakuwa kubwa zaidi to pay for everything we have here. ya kulipia vyote ulivyo navyo. Anything else must be extra. Chochote kingine kitakuwa in the name of Jesus. Hallelujah. Oh. Ndio. You see, I need some more people. Oh man, I love Kenya. People are
Watu wanajitolea. People are coming from under the table. Watu wanatoka chini ya meza. And the Lord will tell you what your legacy offering is. Bwana atakwambia this offering for some of you kwa wengine wenu is going to release generational wealth over your descendants. Itakuja kwa vizazi. Your descendants will never live under the table. Vizazi vyako vitaishi chini. Your children will never know what it leads to be under the table. Wako hawatajua inamaanisha because of the legacy. Kwa sababu ya look at this. Apostle Judas, have you ever seen anything like this? This is people fighting to give a legacy offering. Umeona hawa watu wanapigania kuchukua sadaka ya urithi. Some of you, wengine wenu, there'll be 100,000 shillings. Itakuwa 1,100. A million shillings. Milioni moja. 200,000 shillings. 1,100. God will tell you what the legacy offering is. Because God is testing you for what He wants to release to you on the table. You know what I found out? That when you give from the table, you reap from the table. What do you mean? God has a system of fairness. When you sacrifice to live on the table, to give from the table, God will never let you suffer because of people who live under the table. He'll make sure there'll be one person, two person, three people who live on the table, who give you what used to be 10 years of your salary. Apostle, let me just say this. This is good for your grace. I'm going to say this. Last in July, in May, mwezi wa tano, I had the opportunity, nilikuwa na fursa, the rare opportunity, fursa ya ambayo si ya kawaida, to host Pastor Nathaniel Bassi, nikapata Nathaniel Bassi and his entire team from Nigeria. Na timu yake yote kutoka Nigeria. I flew all of them from Nigeria. Nikawatoa wote wakakuja kutoka Nigeria. And I brought them to Zambia. Nikawaleta Zambia. To bless our nation. Wabariki taifa letu. To bless our nation. Wabariki taifa letu. And boy, did not Pastor Nathaniel bless the nation. Na ule mtu wa Mungu alibariki taifa. I invited the government of Zambia. Nikaita taifa la Zambia. The government showed up. Taifa likaja. Serikali the vice president, naibu wa rais, former vice president, naibu wa rais, the intelligence community, watu wote pale, cabinet ministers, the country of Zambia came out taifa la Zambia likaja to worship Jesus wakuja waabudu Yesu as Nathaniel blew the trumpet. Kama Nathaniel anapuliza. But I blew nilipuliza $60,000 extra. I blew $60,000 extra $60,000 hosting this event kufanya hiyo mkutano than I budgeted for. Ambayo nilikuwa nimepangia. Than I budgeted for. Kuliko kile nilikuwa nimepangia. So sasa our crusade, which I'm having next week with Michael Orokpo, we're having a crusade with 100,000 people next week. We were under budget with over $60,000. And I said, oh Jesus, the worship was great. The country has been blessed. I've never seen the country of Zambia worship Jesus like they worshiped when Nathaniel came. But you see, I deal with the God who deals with legacy. So, but I forgot about it. I said, oh yeah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the Nathaniel. Thank you for everybody coming out. The government worshipped. We had buses from every university in Zambia. These young people who had never worshipped God from the universities, we brought them in massive buses. So I left Zambia and I went to Zimbabwe to preach for one of my sons and daughters. Then I get a text from a man who has been following me for less than 2 years, according to him. He lives in Singapore. I've never met him, but he follows me. But I talked to him once. At a long time, because I don't know why, but for whatever reason he had my number and I had his. Then he calls me. No, he texts me. Dr. Miles, I know you're a very busy man. But please,
Can you spare 5 minutes? Naweza pata dakika zako 5. God has put something on my heart. Mungu ameweka kitu moyoni mwangu. Can I talk to you? Naweza nikuongeleshe. I said, oh, and the Holy Spirit call. So I called him. Namuita, nikampigia. And I said, hello, can I help you? Nikasema nikusaidiaje? I thought he was sick or his mother was sick. Nikafikiria labda mamake mgonjwa ama yeye mgonjwa. Usually happens to people. Inafanyikia watu. When you have a healing ministry, people ask you for that kind of stuff. Ukiwa na huduma ya uponyaji wanakuuliza mambo kama hayo. That's not what he wanted. Hakutaka hayo. He said, I have been tossing and turning on my bed. Akasema nimekuwa nikibingirika kitandani. He said to me, akaniambia, I'm a very successful lawyer. Mimi ni wakili ambaye ni mashuhuri. For the Apple Corporation. Kwa kampuni makubwa. And God has really blessed me. Kwa kampuni la Apple, sorry, I said, okay. Akasema sawa. Thank you. Praise the Lord. Bwana tukuzwe. He said, nikasema, but Dr. Mouse, lakini daktari, the Lord woke me up. Mungu ameniamsha. And he said, akasema, I'm supposed to be ninafaa one of your kingdom financiers, whatever you need. Wa mtu mmoja wa kukupa chochote hela unachohitaji katika huduma. I said, are you sure? I said, oh, no, whatever you need. He said, God asked me, what do you need? Mungu ameniambia nikuulize unahitaji nini? Again, please, what do you need? Akaniuliza unahitaji nini? Money wise now. Kipesa sahi unataka pesa I know you need something, don't you? Si unahitaji kitu ama uhitaji? I said, nikasema, come to think of it, I do need something. Kuna kitu nahitaji, wewe fikiria. But check me out. Lakini angalie. See, I've now learned to live from the table. Sasa naishi juu ya meza. I said, nikasema, why don't you go and ask Jesus? Mbona usiulize Yesu? What do you want you to give me? Angependa unipe nini? I do have a need. Ninahitaji. But I think you should go and ask the Lord. Lakini muulize Bwana. So he came back. Akarejea. 2 days later. Baada ya siku 2. Dr. Miles. God spoke to me. Mungu ameniongelesha. To send you. Nikutumie. An initial. Ya kuanzia tu. Deposit of $50,000. $50,000. And then he said. Alafu akasema, I'm to do more. Nitafanya zaidi. This is just the beginning. Huu ndio mwanzo tu. I need to liquidate some of my assets. Kuna vitu ambavyo nafaa kuuza. Because I have invested very well. Kwa sababu nimewekeza vizuri. But God has told me. Lakini Mungu amenifunza. You are absolutely. Wewe kabisa. One of the reasons I was born on earth. Ndio sababu nilizaliwa duniani. Apostle. Mtume. 3 days. Baada ya siku 3. $50,000 came to Zambia from Singapore, and I've never met the guy. Kutoka Singapore nikapata $50,000 na sijawahi kutana na ule jamaa. Where am I saying? I'm not bragging. Mimi sijivunii. I'm talking about a grace. Naongea juu ya neema. And if I'm bragging, na kama niko na kiburi, I'm bragging on Jesus. Nina kiburi kwa sababu najivunia Yesu. Because when it comes to Jesus, kwa sababu nikija kwa Yesu, I'm just a donkey he's riding right now. Mimi ni punda anayoendesha. But guess what? Lakini fikiri, even when you are a donkey Jesus is riding, hata ukiwa punda ambayo Yesu anaendesha, you live on the table. Utaishi juu ya meza. So this offering is different. Hii sadaka si kawaida. I am begging you. Mimi sikuombi. I ain't telling you what to give. Sikwambii utoe nini. Because you can't leave. You see, under the table, chini ya meza, people need to be cranked. Watu wanahitaji kusukumwa. People under the table, watu chini ya meza, need constant motivation. Wanahitaji kuongeleshwa zaidi. To do what people on the table do for legacy. Wafanye kile watu katika meza wanafanya juu ya urithi. When you are on the table, ukiwa juu ya meza, people give. Watu wanatoa because they ask them the question. Kwa sababu wanauliza swali that David asked himself before he killed Goliath. Daudi aliyojiuliza kabla muwe Goliath. Is there not a cause? Hakuna sababu. That's it. Ndio hiyo. Is there not a cause? Hakuna sababu. So let's do it. Are you guys ready? Mko tayari? Father, Baba, everybody was touched this envelope. Kila mtu anashika hizi bahasha. Right now. Sasa hivi. Release that legacy anointing on their lives. Waachilia upako wa urithi maishani mwao. I don't want them to live from survival anymore. Sitaki waishi katika kujing'ang'ania tu. Kutoka leo, by the oracle of a prophet, katika neno la nabii, transition them wahamishe into legacy living, kwa kuishi kiurithi, legacy giving, na kutoa kiurithi, in Jesus name. Kwa jina la Yesu. And they will get deals that come from the table. Na watapata biashara kutoka kwa meza. Not crumbs that fall under the table. Si mapato kitu yanayotoka chini ya meza. They will meza. partake of the deals watapata kazi that come on the table. Zinazokuja juu ya meza. Not the crumbs from the table. Sio yale machakula yanaanguka kutoka kwa meza. In Jesus' name.
Kwa jina la Yesu. Choir, sing something right. Sing something powerful. Come on, here we go. Legacy giving. May you go to your chair. Jesus is speaking right now. Yesu anaongea sasa. Thank you, my sister. Legacy giving. Apostle, mtume, can you come on the altar? Njoo kwa madhabahu tafadhali. Legacy. Legacy giving. Urithi, utoaji wa urithi. Just hold my mic. Shika microphone yangu. I know the yeah. How much are this? There's an outpouring of abundance. New doors. I called him to ask him how much does it cost you to do everything, speakers, everybody, including everybody. Na nimemuuliza ni pesa ngapi inayogharimu hii mkutano wote, kila kitu. 25 million shilling. Milioni 25 za Kenya. You can't pay that from under the table. Hauwezi lipa hiyo kutoka chini ya meza. Because people under the table, they love, it's a, you know, people under the table can't meet. We can't give this with the under the table mentality. Hatuwezi toa hii ukiwa na fikra za chini ya meza. But I'm sensing in my spirit, lakini nasikia ndani ya moyo wangu, that 25 million is what's being released right now. Milioni 25 zinaachiliwa sasa. Legacy giving. Kutoa. You know, when I finally hosted Benny Hinn wakati nilikuja and to the Bismarck, it was the most stressless conference I've ever had. Hiyo ndio ile conference ambayo sijawahi kuwa na deni. Why? Kwa nini? Because one legacy giver kwa sababu mtu mmoja wa kutoa kiurithi had paid the whole thing. Alilipia gharama ya kila kitu. Everybody who enjoyed Pastor Benny Hinn, kila mtu ambaye alifurahia Benny Hinn, Ron Kenoly, Tudor Bismarck, and all the speakers, Eddie James, all the speakers we had, na watu wote tuliokuwa nao, everybody who enjoyed that service, kila mtu aliyefurahia ile conference, na hiyo mkutano, was able to do it alifurahia vile because of one legacy giver kwa sababu ya mtoaji who mmoja lived on the table. ambaye aliishi juu ya meza. In the name of Jesus, kwa jina la Yesu, I pray as a prophet. Naomba kama nabii, may God transition you from under the table, Mungu akuhamishe kutoka chini ya meza, to living on the table. uishi juu ya meza. If I be a prophet of God, nikiwa nabii wa Mungu, by next year this time, kama mwakani wakati kama huu, you know that a prophet was in your midst. Utajua nabii alikuwa katikati yenu. And the word of the Lord in my mouth is true. Na neno la Bwana mdomoni mwangu ni kweli. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Some of you, it will be your biggest offering ever you have ever given to a ministry. Watu wengine itakuwa ndio sadaka kubwa sana ushaitoa katika huduma. Actually, let me change that. Wacha nibadilishe. It will be the biggest offering you've ever given to the Lord. Itakuwa sadaka kubwa sana ushaitoa kwa Bwana. But you know what's going to shock you? Na unajua nitakushangaza nini? It won't even feel like it. Hata utasikia ni kama hiyo. You'll be actually happy about it. Utakuwa furaha sana kufanya. You'll be like, I never thought I can give that kind of money and I'm still happy about it. Utakuwa unasema sitafikiria naweza kutoa pesa kama hiyo na from the table. Ni kutoa kutoka juu ya meza. Giving from the table. Kutoa kutoka mezani. Giving from the table. Kutoa kutoka mezani. Giving from the table. Kutoa kutoka mezani. You are the mighty God. Legacy giving. Kutoa kiurithi. No more living under the table. Hautaishi chini ya meza tena. The name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Now, if God has given you a big amount kama Mungu amekupa hela kubwa that He wants you to give, nataka utoe, and you don't have it now, na hauna sasa, I want to give it to you. Bring it back. Nipeni kurudi. You can take unaweza ukachukua 2 envelopes. Bahasha. Give what you can give now, uchukue bahasha mbili utoe and moja, bring the rest tomorrow.
Na hiyo ingine ulete kesho. So you can complete the legacy number God is putting in your spirit. Ili umalizie ile herufi Mungu amekupa. I'm telling you. Nakwambia. I know what the Lord is doing right now. Najua kile Mungu anafanya. Ribakata. The mighty God. Thank you, God. Legacy give me. I release legacy give me of your life. I release legacy give me of your life. Father, no more living under the table. No more living under the table. No more living under the table. In the name of Jesus. Lord, in Jesus' name. Airlift your people. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. No more living under the table. No more living under the table. No more living under the table. In the name of Jesus. Even if you are on the table, may God expand the table. Even for those who are already on the table, may God expand the table. In the name of Jesus. Hallelujah. You are called to live on the table. You are called to live on the table. You are called to live on the table. You are called to live and to give from the table. You are called to live and to give from the table. You are called to live and give from the table. Receive this grace. You are called to live and give from the table. Receive this grace. You are called to live and give from the table. You are called to live and give from the table. You got to live and give from the table. You got to live and give from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. In the name of Jesus. Hallelujah. You are called to live and give from the table. You are called to live and give from the table. You are called to live and give from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table in the name of Jesus. You are called to give and live from the table in the name of Jesus. Receive this grace. You are called to give and live from the table. Thank you. You are called to give. Now listen, Apostle, there are people who are taking 2 envelopes because they are hearing a bigger number than what they have in the building. So, if they ask for 2 envelopes, give them 2 envelopes. One they'll give right away. Then the other one they'll bring tomorrow to finish the amount. They are big amounts. God is talking to people because He's raising their levels. Legacy giving. Kutoa kiurithi. Legacy giving. Kutoa kiurithi. And the Lord says, beginning from this conference, kutoka kongamano hili, I've released legacy giving over your ministry. Nimewachilia watu kutoa kiurithi maishani mwako. God said, from this conference, kutoka kwa huduma kwa there are people with companies in Kenya, kuna watu wana makampuni hapa Kenya, and internationally, na kimataifa, who are here, ambao wako hapa, who budget you in, ambao wanakuhesabia ndani kila mwaka as part of their legacy giving. Kama utoaji wao wa urithi. Receive this grace. Pokea hii neema in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. You're called to give and live from the table. Utatoa na uishi kwa meza. You're called to give and live from the table. Ndio. You're called to give and live from the table in the name of Jesus. You're called to give and live from the table. You're called to give and live from the table, sir. Thank you, Lord, for transition. You're called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table in the name of Jesus. You are called to give and live from the table. You are called to give, mama, and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table in the name of Jesus. So receive this grace. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. Thank you, Jesus. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sing hallelujah. Sing. You are called to live and give from the table. You are called to live and give from the table. Come on, my sister. You are called to live and give from the table. You are called to live and give from the table. You are called to live and give from the table. Sir, you are called to live and give from the table. You are called to live and give from the table. You are called to live and give from the table. You are called to give and live from the table, sir. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table, sir. Hello, sister. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table. You are called to give and live from the table in the name of Jesus. You are called to give and live from the table. Receive this grace. Receive this grace. Receive the grace to live on the table. Receive the grace to live and give from the table. Receive the grace to live and give from the table. Receive the grace to live and give from the table. Receive and give from the table. Come on, girl. I love you already. May you live from the table and give from the table. Receive this grace. May you live from the table and give from the table. Receive this grace to give and live from the table. Receive this grace. Receive this grace to live from the table. Receive this grace to live and give from the table. Receive this grace to give and live from the table. Receive this grace to live and give from the table. Receive this grace to live and give from the table. Receive this grace to give and live from the table. Receive this grace to give and live from the table. Receive this grace to live and give from the table. Receive this grace to live and give from the table. Receive this grace to live and give from the table. Receive this grace to live and give from the table. Receive this grace to live and give from the table. Receive this grace to live and give from the table. Receive this grace to live and give from the table. Receive the grace to live and give from the table. Receive the grace to give and live from the table. Receive the grace to give. Receive the grace to give and live from the table. Receive the grace to give and live from the table. Receive the grace. Receive the grace to live and give from the table. Receive the grace to live and give from the table. Receive the grace to live and give from the table. Receive the grace to give and live from the table. Receive the grace to live and give from the table. Receive the grace to give and live from the table. Receive this grace. So receive this grace to give and live from the table. Receive this grace to live from the table. Receive this grace to give and live from the table. Receive this grace to live and give from the table. Receive this grace to live and give from the table. Receive this grace. Receive this grace to live and give from the table. Receive this grace. Receive this grace to give from the table. Receive this grace. Receive this grace.
Receive this grace to give from the table. Receive the grace to give and live from the table. Receive this grace. One of the secrets of the supernatural is to obey God in the moment. Siri moja ya kutembea katika nguvu za Bwana ni kumwamini Mungu na kumtii anapoongea wakati huo huo. Receive that grace to give and live from the table. And the better you become at it, unavyoendelea, the faster you become at it, unavyoamrishwa kwa haraka, the more supernatural things you see about God. Ndio vitu unavyoviona Mungu akitenda haraka. So if God has already given you the money and to give and you have it, Mungu amekupa hela ya kutoa na uko nayo, don't postpone it to tomorrow. Usifanye kesho. Under this anointing, please bring it to the altar. Katika upako huu leta katika madhabahu. And for some of you, like I said, you may do a double take. Unaweza kufanya maradufu. Because the amount you need to give is not under the tent. Kwa sababu ile pesa ulifaa kutoa. So you give a deposit of what God is saying. Unaweza toa sehemu moja ya kile Mungu anasema. And tomorrow, alafu kesho, we'll ask for those with their legacy offerings to bring it. There'll be no teaching on that. We'll just ask for the legacy offering. We'll only say tomorrow, before I even teach on Speak to the Earth, I'm going to make this simple announcement. Those who have brought the balance of your legacy offering, please come. And you're going to come and bring the rest to the Lord. Because that will seal this miracle of transition God is performing on your behalf. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. So if you are ready to give, please come. And you can give by M-Pesa, I can say by pay bill. Amen. I think the different ways of giving are out there. Amen. For some of you, you have all of it. You have all the money you're supposed to give because it's on M-Pesa. Or maybe it's on pay bill. Whatever. Access it. Amen. Even if you give by M-Pesa or digitally, still bring your offering back in the basket and simply say, I gave by M-Pesa, but still put the amount on the offering. Tafadhali kama umetoa na M-Pesa, andika juu ya bahasha, yes. Useme umetoa, alafu rudishe hiyo bahasha ikiwa imeandikwa. What do you do for a living? Unafanya nini kuishi? I'm a teacher. Mwalimu. There's something beyond teaching. Kuna zaidi ya kufunza. Because as well as I know my name is Francis Miles, hata kama najua jina langu ni Francis Miles, you're going to be a multi-millionaire. Utakuwa mwenye hela mingi, mamilioni ya hela. I see an insignia M or double M, I know what that means from the Lord. Nikiona hiyo na double M zimeandikwa, najua nini Bwana anasema. There's something in the pipeline for you. Kuna kitu Mungu this service was arranged for you. Ilipangwa kwa sababu yako. And it is grace for you to live on the table, not under the table, in Jesus' name. Ninakuwekea neema ya kuishi juu ya meza, sio chini. Amen. Amen. So as our worship team are worshiping, kikundi cha sifa kikiabudu, we can come and bring. Those who have it can bring it. Wale wanayo wanaweza wakaleta. And then the rest of you will do it tomorrow. Those who have a balance, you do it also tomorrow. Wale wengine ambao mbakisha in Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. That's Nathaniel's Basta song. Hallelujah, amen. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen.
a strong tower. Thank you, Jesus. Asante Yesu. You can bring your offerings, those who are giving. Tunaweza leta sadaka Let's zetu. give the Lord a mighty hand clap Tupatie Bwana offering. makofi mazuri ya sifa. Now listen. Hivyo nisikize vizuri. Let's celebrate Dr. Miles. Tumshukuru kwa sababu ya Dr. Miles. We are going to take a break. Pastor Robert Kayanja is coming back for the last session. Robert Kayanja mchungaji anakuja kwa sababu ya kipindi kinacho ya mwisho. This is not the last session. Sio kipindi cha mwisho. We have another session. Tuko na lingine. That is coming, and Pastor Robert Kayanja is going to pray for the young people as well today. Na mchungaji Robert Kayanja ataombea wanarika leo. He has been in the presence of God the whole day preparing for you. Amekuwa mwa Bwana akijiandaa kwa sababu yenu. We are going to have miracles, bring the sick, bring the bound. Walete wagonjwa, walete waliofungwa. It's going to be very powerful. Itakuwa ni nguvu sana. So we are breaking off for lunch. Hivyo tunaenda kwa chakula mamkuli ya mchana. And we will be coming back here at 5:20. Na tutarudi saa 11 na dakika 20. We begin. There's going to be a short lunch. Itakuwa ni mamkuli kwa muda mfupi tu. Those of you, there are food vendors there. Kuna wale ambao wanauza chakula pale. You can buy yourself something to eat. Unaweza jinunulia chochote unachotaka kula pale. Yes, some of the servants, I think you'll give a proper direction about that. Pengine tutaelekezwa na. But nice to see men of God. Ni vizuri kuona watu wa Mungu. Reverend Samuel, Bishop Samuel Monka, God Bishop bless Samuel you. Monka, ni vizuri kukuona. Thank you for coming. Asante kwa kuja kwako.